TV, empowering lives. Utukufu kwa Yesu. Tuweke mikono juu, mwambie Bwana utukufu ni wako. Utukufu na heshima ni zako. Heshima na adhama ni vyako Bwana Yesu. Haya, cheza kwa Yesu wewe. Unapomchezea Mwokozi kuna vitu zinafanyika kwa kidogo monjameni kwa Yesu. Kidogo tu kwa Yesu. Kidogo tu kwa Yesu. Ruka kwa Yesu. Ruka kwa Yesu. Alafu nakatabasamu kwa Yesu, unasema nitamuimbia siku zote. Hey, nagera kaiwa. Hallelujah.
Yesu kachulanga tenda. Seika Yesu kachiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Kachiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Kachiranga tenda. Amasaika Yesu kachulanga tenda. Yesu kachiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Kachiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Kachiranga tenda. Yesu mulaiko. Yesu. Sumulaiko. Yesu mulaiko. Yesu. Andindanga. Yesu. Andindanga yo. Yesu mulaiko. Yesu. Ambonyanga. Yesu. Ambonyanga yo. Yesu mulaiko. Yesu. Yesu mulaiko. Yesu. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Sasa unazunguka kufanya mabega namna hii. Yesu mulaiko. Hayo yo 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 yo. Zunguka kufanya mabega namna hii. Hayo yo 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 yo. Amasaika Yesu kachilanga yenda. Seika Yesu kachiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Kachiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Kachiranga tenda. Hey, Yesu mulaiko. Yesu. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Yesu. Andindanga. Yesu. Andindanga yo. Yesu mulaiko. Yesu. Ambonyanga. Yesu. Ambonyanga yo. Yesu mulaiko. Yesu. Tayanje. Yesu tayanje. Tayante. Yesu tayante. Hey. Tayante. Yesu tayante. Yesu mwana. Yesu mwana wa Nyasaye ni tayante. Mikono 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 kwa Yesu. Ayo yo yo yo. Wa hakuna rafiki kama Yesu. Huyu ni rafiki wa shua. Hawezi akakuangusha. Wa Yesu. Hey, 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 hey. Hey, yo, yo. Rafiki Yesu. Hey. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Hallelujah. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Yesu. Yesu mwana wa Nyasaye mulina wanje. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Yesu. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Hey, Yesu mwana wa Nyasaye mulina wanje. tayanje, Yesu tayanje. Tayante, Yesu tayante. Hallelujah. Tayante, Yesu tayante. Yesu mwana wa Nyasaye tayante. Kidole namna hii kwa Yesu wewe. Kidole namna hii kwa Yesu wewe. Kwa Yesu, kwa Yesu. Alafu unaruka kidogo. Unajua unapunguza uzao ukirukaruka kwa Yesu. Yesu, Yesu malo. Yesu malo malo. 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 Mwadhani, mwadhani ogosho. Mwadhani arogosho. Cheza kwa Yesu wewe. Mwadhani arogosho. Hey, Ai, mwadhani arogosho. tena kwa Mwokozi Yesu. Mwadhani arogosho. Yesu malo, 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 malo. Yesu malo malo. Hey, Yesu malo malo. Yesu malo malo. Yesu malo malo. Yesu, Yesu 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 malo. Yesu malo malo. Mikono namna hii kwa Mwokozi Yesu wewe. Mwadhani arogosho. Tena kwa Yesu. Ngoja kidogo. Mwadhani arogosho. Ngoja kidogo. Angalia hapa. Mwadhani arogosho. Kwenda hivi. Kwenda chini. Chini. Ni arogosho. Haya. Chini. Chini. Haya. Panda. 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 Chini. 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 Panda. Panda. Haya. Fanya hivi. Nyosha mikono yako hivi. Leo lazima tufanye mazoezi. Sasa kuna watu nataka waende London. Halo. Wangapi wanataka kwenda majuu?
Wangapi wanataka kwenda majuu? Haya. Shika hiyo. Sasa tunaingia Jomo Kenyatta. Angalia. Ndege inatoka chini. Ikipanda. Haya. Panda. 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 Anza. Twende majuu. Twende Seattle. Twende London. Haya, hebu shika kiuno. Kila mtu shika kiuno. Kama unajua wewe si mchawi, shika kiuno. Haya. Chini. 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 Panda. 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 Chini. 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 Panda. Sasa angalia hapa. Thank you. Pigia Yesu makofi. Thank you. Thank you. Tushukuru Mungu kwanza kabla hujaketi. Tusimame tu kwa miguu yako. Na mzee unaweza kutoa hiyo kofia yako si rasmi. Baba tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako ajabu. Asante kwa neema hii. Asante kwa baraka na kutufungulia milango hii. Na kuomba unitumie tu kama chombo. Nikaweze kuzungumza, kunena na kufanya na kutenda maadili yako na maagizo yako. Na kuomba msamaha Baba wa dhambi zote ambazo mimi nimezitenda kwa makusudio. Zile nimetenda kwa kusikia, zile nimetenda bila makusudio. Zile nimetenda kupitia kwa macho yangu na mwili wangu. Na kuomba Baba ukanisamehe. Unipe kibali niweze kusimama jinsi nilivyosimama kwenye madhabahu hii. Na lolote litakalo toka kwenye kinywa changu liwe ni neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Semeni amina. Watoto muende mkasome na mumebarikiwa. Twendeni. Twende mumebarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Na sade hii ingine watoto watatuhubiria. Sade hii ingine watoto watafanya nini? Watatuhubiria kuja kijana. Na wasichana hawa, walete tusichana hudu. Tusichana tulete. Tuko na nywele imekaa madhogodhanio. Leta hudu tusichana. Tumekaa nywele imekaa madhogodhanio. Najua kazi ya wanaume ni kutengeneza wanawake wanakaa vizuri. Leta tulete hapa. Tulete hapa. Tusichana. Tule tumekaa nywele madhogodhanio tu. Kuna mtu anafanya kazi ya saruni hapa. Ule Asha iko wapi? Ndio ule mmoja. Mwingine yako na saruni yake? Hakuna, ni yule mmoja. Sasa pakana na watoto wote wasichana ambao nywele si mzuri.
kanisa itasimamia. Watengenezwe na vijana, wavulana. Wewe umefunika nini hapa ndani? Wacha nione. Wewe ni msichana? Hata huyu atengenezwe. Unataka kuwa na rasta? Ama ni nini mbaya? Ni rasta ama ni nini? Unataka ikuwe na ile kusimama hivi? Unataka itolewe hii tengenezwe vizuri? Angalia. Hii nywele sade nataka kumuona hapa hivi akiwa msmart. Si ndio? Ana haka pia hata wewe utengenezwe. Ndio kwa mzuri. Watoto wote nani atanisaidia kutengeneza hawa watoto? Nani atanisaidia? Wewe ni mmoja, mwingine simama. Wale watu wanataka kunisaidia kutengeneza hawa watoto. Wakuwe warebo, wakuwe classic na hata wewe mnaenda wapi na mnatengenezwa? Mwingine anataka kunisaidia kwa hii kazi ya kurebesha hawa watoto. I want them to be smart. Tunaelekea Christmas. Wakuwe simameni. Sijasema mkae chini. Simama. Ndio watu wale wanarogaga watu wamuone mnaenda kutengeneza watu. Yes, wachawi mmewaona? Ndio hawa hamtaguza kwa sababu wamesimama na kasi ya Mungu. Daddy. Muagee wewe na yule na huyu. You will coordinate the affair. Watu wote wakae wasafi kabisa. Lazima let us be tukue mchango kwa the less privileged people. Ndio tuweze kuwasaidia. Maybe you have something small. Hii kanisa si kanisa zile kama zile zingine na wabiaga tu. This is not a church kama zile mumezoea kuenda. But hello, hii ni kanisa. Unaona shosho kama huyu amekuja. Sasa huyu shosho unafikiria amekuja kufanya nini hapa? Hebu niambie na mafikirio yako, amekuja kufanya nini? Kitu ya kwanza ni jai imemuleta, si Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu mtoto yake alitoroka, aliwachwa peke yake. So kwanza ni ashibe ndio tumwambie Yesu. Maana hawezi sikia Yesu yako kama ako jaa. Ni kweli mama? Shosho, ni kweli? Haoni? Yako lia terere. We muhotu. Yende motu. Wake hiyo. Takijire mutumia yo umwelete Yesu ni mwathani. Atasikia? Hawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, mzee kama huyu unaona ni kama my good friend. Umeona ameanza hata tumakai ameanza kutoa tumakai tagu akuje. Gashwere ni kwenda tothondeke wega. Gaikare uguo. Nikega. Thank you. Nega kurehera gathuti. Wikira gacaisi ki ha. 44. Nega kurehera gathuti. No ina futi haha. Nani yako na futi ya kupima? Ya kupima guo, munipimie huyu. 44 ya bao. Sasa utafikiria ni bao unapima. Utampima, tukimaliza umupime ndio tupate measurement ya koti. Huyu atavaa suti. Yes. That is my work. Hiyo ndio ile kazi Mungu ameniitia. Mimi hakuniitia ni kuhubiria uokoke. Ukitaka kukaa na dhambi zako kaa nazo. Hata mimi nakwambia niko 10% kuokoka. 10. Hello. Ikodora na uru. That is me. Na hiyo ndio ushuhuda yangu mimi natoa. Na wewe toa yako ndio tutoshane. Si ndio? Salimia mwenzako mwambie karibu leo. Na mwambie leo tuna discuss mambo ya wachawi. Mwambie leo tuna discuss mambo ya nani? Muulize wewe unakuwa mchawi. Ukijiangalia ukijiangalia vizuri, simuka Isabel bosa mnataibu gani? Ukijiangalia muulize, ukijiangalia vizuri na wale wachawi wa kwenu kuna utofauti mkubwa. Muangalie tu muulize, usimuogope. Muulize, hebu muulize, unaona leo kama utakamatwa? Muulize tu, unaona leo kama utakamatwa? Maana leo nimekamata anga yote ya wachawi. Leo tutakuwa na wachawi. Leo nimekamata anga yote ya wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, Otiato from America kuja salimia watu. Long time hujaongea na watu, ulienda Busia, ukienda Kakamega. Ni Kakamega.
Kitale. Yes, mpatie Joy. Simu ni ya nini? Nikioleka thimu-ini. Unaangalia? Au unataka watu kila mtu aingie kwa simu na hiyo ingine? Na hiyo ingine? Na kulike. Wangapi na kucomment? Ni wangapi wamecomment sasa hivi? Watu wapi? Kuja simame pale. Usalimie watu wa Mungu. Na leo uko smart. Wow. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. I just want to greet you. I've been with you. Translate. Oh, I translate. Yeah, They okay. hear English. Okay, good. Haya. I just want to greet you. Naomba kuwasalimia. I've been with you. Nimekuwa nanyi. Most of you know me. Wengi wenu wananijua. Been here before. Nimekuwa hapa hata kabla. I reside in US. Mimi naishi Amerika. I'm a daughter of Kenya. Mimi ni mtoto wa hapa Kenya. And I thank you for all of you that I've been with. Mimi nashukuru sana kwa kuwa nanyi kwa muda huo wote. And my time is winding out. Na wakati wangu wa kurudi Amerika umefika. And what I can say is that may the Lord bless you. Mimi nasema tu Mungu awabariki. May you continue worshiping God. Na muendelee kumwabudu Mungu. May you continue coming in this. Na muendelee kukuja mahali hapa. You'll be blessed. Na mtabarikiwa. This altar will bless you. Mahali hapa mtabarikiwa. My life has been changed. Maisha yangu imebadilika. And I know yours will be changed as look. Najua pia nyinyi maisha yenu itabadilika. Just continue coming to the altar. Naendelea kuwa katika mahali hapa. And pray for me as I go. Na mniendelee kuniombea ninapoenda. But don't forget the man of God. Lakini msahau na mtumishi wa Mungu. You know, when you bless the man of God, wakati nakuwa baraka kwenye mtumishi wa Mungu, he will be happy. Atakuwa na raha. And then he'll pray for you. Na atawaombea. But when he's sad, lakini kama amekasirika, he's hungry, anakuwa amekasirika, he won't be able to pray for na you. hataweza kuwaombea. Even when he prays, hata wakati anaomba, when he's sad, wakati akuna huzuni, or he's hungry, ama amekasirika, God doesn't hear. Mungu huwa hasikii maombi yake. Because God loves his son. Maana Mungu anampenda mtoto wake. He's a shepherd. Maana ni mtumishi. And you are the sheep. Na nyinyi ni kondoo. So how can he feed the sheep when he's hungry? Inawezaje kuwa anaweza kuwalisha kondoo wakati kuna huzuni? He will feed the sheep when he's full. Atashibisha kondoo akiwa mwenye raha. And then the sheep will be fed too. Na kondoo zitakuwa za shiba. Because of time. Na kwa sababu ya wakati, I say God bless you. Nasema Mungu awabariki tena. May the Lord continue to use you. May Mungu aendelee kuwabariki. So that you can bless the. Ndio aweze kuwa mabaraka. God bless you. Thank you very much. Our Gen Z pastors, come, wawili kujeni. Our Gen Z pastors. Tunataka wanaume wawili majensi. Pastor. Yes. Speak in English, I will interpret. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Masi. Praise God. My name is Masi. Majina yangu ni Masi. And I'm blessed to be here. Na mimi nimebarikiwa kuwa hapa. Mbarikiwe. Na be blessed. Praise God. Bwana asifiwe. My name is Precious. Majina yangu ni Precious. And God bless you. Na Mungu awabariki sana. Jensi hawakuagi na story mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mjamaa mwingine ni wewe kuja. Nilikwambia ukaage wapi? Niki. Ni ule tigirado. Kogeithanie ucoke hau wikarite no sadi woko gaikara muno riku. Mweno uo ni hadaini no tieria hari. Wale ni ukuingatwo ni Joeli. Aho. Yeah, praise God. Hallelujah. Ni asubuhi njema, nimeokoka. Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Zaidi yote amenipatia tumaini la maisha yangu. Praise God. Biblia inaniambia nisifurahie kwamba niko tu na mahaya maisha tu, bali nifurahie ya kwamba najua kwamba jina yangu imeandikwa kitabu cha uzima. Praise God.
kwa sababu ya ulimwengu yataisha, ya dunia itaisha, urembo utaisha, pesa zitaisha, kila chochote uko nacho hapa duniani kitaisha, lakini tumaini lako la maisha yako haitaisha. Simama ukimtumikia Mungu, ukimtumainia Mungu, usimtumainie mwanadamu, maana mwanadamu atakuja kukudisappoint. But the moment you trust the Lord, atakuwa mwaminifu milele na milele. Si milele tu, si contract amekupatia milele ya mwaka mmoja, ni contract ya milele na milele na milele. Mungu wa amani wabariki na tuzidi kuombeana. Thank you. Asante, mpigeni makofi. Anatosha atoshi. Si amesikia kuna neno? Yes. Unataka kuongea? Ako na neno. Thank you. I have also a very good friend of mine. Dogi rugame. Yes. Pita hapo uende pale usalimie watu, waambie unaitwa nani. Yes. Judy. I'm Judy Moikia. I come from a place called Madioya. Mimi naitwa Judy Moikia from Madioya. And I live in London. Na naishi London. I've lived in London for 30 years. Nimeishi London miaka 30. Yeah. But I'm born again. Mimi nimeokoka. And I've been blessed by this altar. Na nimebarikiwa na madhabahu haya. When I'm still in London. Nikiwa kule London. So I just want to honor the man of God for the work he's doing and all of you for what Nashukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wake kwa kazi anayoifanya. And I'm very grateful for this opportunity to be able to worship with you. Na nashukuru Mungu sana kwa kunipatia wakati huu kuabudu pamoja na nyinyi. So yes, continue supporting the man of God. Na tutaendelea kumuunga mkono mtumishi wa Mungu. Yeah, and I'm called to support ministries. I have a church that I go to. I have a bishop that's I'm undercover in London and here in Kenya. Na kule London niko na mtumishi na niko na kanisa ambako naenda, mtumishi ambaye nimeketi chini yake. Yeah, but man of God has been working with me and my family. Na mtumishi wa Mungu amekuwa pamoja nami, pamoja na familia yetu. And he's been such a blessing. Na amekuwa baraka kwetu sana. Yeah, my story is long, so I will not share it today, but as we progress. Hadithi zangu ni nyingi sana, kwa hivyo siwezi kuzikamilisha leo. But I thank God. Lakini namshukuru And I'm Mungu. very grateful to be here. Na nashukuru Mungu kwa mahali hapa. I pray that the presence of God will never depart from any of us or from this altar. Ni maombi yangu neema ya Mungu haitaondoka kwenye madhabahu haya. Just like Moses when he was asking Jesus, you said you talk about this promised land. Ni kama tu venye Musa alimuomba Mungu wakati aliambiwa alipata ahadi ya mahali ya promised Land, yeah. Now, and he said, you keep talking about this promised land. Na Mungu aliendelea kuzungumzia kuhusu mahali hapa palikuwa pana kwa ahadi. But he said, who will take me there to the Na alikuwa anauliza nani atakayenipeleka kule. And Jesus said, I will send an angel to take you Na there. Yesu akasema nitamlete malaika atakayekupeleka. But Moses' response was, if you don't come with me, Na Yesu akamwambia Mungu, kama hauendi nami, I will not go. nami sitaenda. So he never wanted the presence of God to depart from him. Na pia hakutaka uwepo wa Mungu kamuondoka. So that means that the presence of God is a difference maker. Kwa hivyo inamaanisha kuwa uwepo wa Mungu huwa na utofauti katika mahali mbalimbali. And so I pray that the presence of God will never depart from any. Kwa hivyo mimi ni maombi yangu uwepo wa Mungu usikaondoke mahali hapa. Yeah, that's all, and thank you so much for having Ni hayo tu, na nashukuru Mungu kwa sababu yake. Asante sana. God bless you. Yes. Nataka kusalimu shirika kuja. We. Abai ni wedeleta. Umete kule kwa amudenda kana umete kuko kwana. Yes, salimia watu. Okay, na Kisugu, si Kiswahili hapa. Unataka kuiba? Iba. Usiibe, uimbe. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Cicirĩ Wambui kana cũcũ wa Kuria na ndĩ mũhonoku. We cũcũ? Cũcũ wa Kuria no Wambui. Thank you. Niĩ ndiaragia mũno no nĩ nyinaga. No nyinaga ciana. Nĩ kũmũrathima.
nĩngwoya kĩnanda gĩakwa ta Daudi ũrĩa wa Jesi, nyanĩrĩre wĩ Ngai mũnene na gũtirĩ ũngĩ tawe. Nĩngũhuha mĩtũrirũ ta Jehoshafati mũthamaki wa Juda, igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai tawe, wĩ Ngai mũnene mũno. Igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai tawe, Ngai tawe, Ngai tawe. Igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai tawe, we wĩ mũnene mũno. Watumire Samsoni anarĩ mwohe moko na mĩkanda, akĩũraga Afilisti ngiri nyingĩ na ngabushu cia ndigiri. Mamũingĩra hema-inĩ ciao, Samsoni agakũra thingo, agacitwara irĩma-inĩ. Ngai wĩ mũnene, igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai tawe, Ngai tawe, Ngai tawe. Igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai tawe, we wĩ mũnene mũno. Inyuĩ mũtoĩ Ngai witũ Jezebeli mũtumia mwaganu, mwĩrĩ wake warĩirwo nĩ ngui, gũtiarĩ na mathiko. Mũthuri wake Ahabu thutha wa kũhuia mũgũnda wa Nabothu, acemanirie na mũgwĩ wa gũtũgũga, agĩkua na gĩthiko. Igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai tawe, Ngai tawe, Ngai tawe. Igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai tawe, we wĩ mũnene mũno. Amen. Now, this gentleman, wale tulikuwa hapa tulimwombea juzi. How many were here tukimwombea? Alikuwa na bagi gapi? Na kane, na kachupa hapa. Tukamwombea akaokoka. Kwanza kabisa nilimwombea, alitaka kumwombea siku ya kwanza, akaniambia pastor, usiniombee maana nitadanganya. Sijavuta kingine kamoja. Na sitaki, wacha niende tu nivute kamwisho alafu nikuje. Mimi nilimpatia ruhusa. Na nikamwambia umeze ile yote unataka kumeza. Hata chang'aa ukule kabisa. Na bagi uvute kabisa. Ukikuja wakati umeamua. Na usikuje kesho wakati utasikia sasa umesikia vizuri unataka kuja kuokoka. Wewe ukuje na usikuje na mama yako. Alikuja peke yake. Akaniletea chang'aa hapa na akaniletea bagi akaniambia nimekunywa hii ndio imebaki. Nataka kusarenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata kama una kunywaga nitakuruhusu tu kunywe mpaka usikie basi ni akinya mwisho. Then jamaa akakuja akaniambia nataka kuokoka. Mimi na mimi nikamwambia sio kuokoka tu. I will groom you to become a man of God because you are one. Ndio kaivia tu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Charles Karedi. Nimeokoka. Nakiri Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa ajili alinitoa kwa giza na nimeona mwangaza right now. Na namshukuru na nitamwishia huyu Mungu. Thank you. Endelea tu. Wacha niseme sisi tunasemanga tunaitanga kikolo ama kingoi. So nilikuwa since January mpaka wakati niliokoka nilikuwa nakunywa every day kila siku na ni hizi pombe kalikali. Nilikuwa natoka kwa nyumba hadi kitu kama 11 usiku juu singeweza kulala, lakini nikienda nikikunywa naweza kulala. Navuta bangi
lakini nimemuona Mungu kwa ajili nimekombolewa. Sasa nalala vizuri. Na niko huru. Sijui hata naweza sema nini, sijui naweza kumlipa Mungu na nini, ila tu nimpe shukrani kutoka ndani ya moyo wangu. Mbarikiwe. Thank you very much. Hii ndio kazi ile tumeitiwa. Msikia? Washirika wa hapa. Hii ndio kazi ile tumeitiwa. Si kung'ang'ana, kupigana, kurogana, kufanyana maneno ile tunafanyana. We are called. Hawa watu wengi sana kule nje wanahitaji kukuja hapa. Tuwaombee na tuwasaidie. Kama hawana kazi, tuwatafutie kazi. Kama hawana kitu ya kufanya, tuwatafutie kitu ya nini? Ya kufanya. Tuge hota kuruta iroyo turute kuria ya wega. Mihahe, mishene, juko, bara zinaisha. Bwana Yesu asifiwe sana na kanisa litabarikiwa. Hello. Tadi wera upange andu wega, wewe wifangire andu. Waigua? Muthenya umwe ni ukaruga mahawe na kigokona giaku. Bwana asifiwe sana. Nashukuru, asanti kwa muda huo. Na kuna mjamaa ako pale nataka tumuombe sana, yule yuko pale. Amevaa kikapu kwa kichwa. Hebu kuja. Amekataa kutoa hiki kikapu. Si tu uombe mpaka kikapu yaguke. Kilete kikapu mtu we. Nikiodo. Eti wanasema umevaa kiodo kwa kichwa. Utaelewa? Utoi. Usemi utoi. Ni nini umeficha hapo ndani? Peke yake. Na mbona utaki tuione? Unkept. Can we pay for your upkeep? Itengenezwe iweke wax, ipakwe, ikuwe black vizuri. Alafu ianguke huko, ikianguka huko usinyoe, ianguke huko kae mau. Kwa sasa iko sawa. Ndio sikata isikwambi sikwenda ndio daka. Nauliza ukifika wakati tu itengenezwe vizuri, ianguke vizuri, uache kuweka hii sasa. Ukwe decent. Unajua when it is natural. Inafikanga wapi? Hapa natural nimefikisha tu mkono mali inafika. Hapo ndio inafika. Wow. Na kama sasa ungeiachilia sasa singekuwa imeenda. Iachilie. Iachilie. Watu waone urembo wa Mungu. That is the beauty of God. You are a Nazarite. Umeelewa? You are a Nazarite. Watu wanazihanyole wako nywele because they are precious people in the kingdom of heaven. So do not be afraid of that. Usikue ati unati watasema nini? Itengeneze ikuwe smart, kitu smart kikianguka hivi watu wanasema kweli this man is there. Okay? Thank you. Yeah. So I'm releasing that prophetic word to you by Saturday. We might have a good transition in you. Thank you. God bless you. On Saturday, is it Saturday or Sunday? On Friday. Ni Friday. On Friday tuko na kesha ya waibaji. Inaitwa nini? Worship night. Hakuna mahubiri. Watu wamekuja from Nakuru, from Mombasa, from maband tofauti. They are coming from all over. We'll be worshiping here, all of us. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka che, sema mpaka che. Kuimba, hakuna mahubiri. Wahubiri mkae nyumbani. Ni waimbi watakuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kukuja from saa 2 usiku mpaka asubuhi. Tutakuwa hapa, there will be special anointing, the special services, and God will bless you. So don't miss. Usikose kukuja. Ukikosa kukuja, ukikosa kukuja hiyo usiku, waambie Mungu ni kwa nini kukosea na nini. Maana hiyo ni kama umekosea Mungu. Worship ile tutapiga kinumbi. Siku ile kinumbi ile Daudi alipiga. Tutapiga kinumbi, nguo zianguke chini, Mungu ateremke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo panga na upange, ukipata mtu mwenzako pale anapenda kuimba, mwambie ni usiku kucha. Nitawanunulia lunch usiku huo. Bwana Yesu asifiwe sana. So be prepared for Friday night, it will be so powerful. Alafu tuko na nani? Tuko na tukimalizana na worship, tunaingia mchana wa mama. Mama mkono juu kama wewe ni mama, kama wewe
Si Aphrodite, ni Aphrodite ama ni nini? Inua mkono juu. Hebu inua vizuri hivi kama wewe si mwanaume mwanamke. Yes, najua kuna wengine hapa unafikiriaga lakini wote ni binadamu, alitengenezwa hivyo. Unakuta ni mwanaume na ni mwanamke, ama ni mwanamke lakini anafanyanga vitu za wanaume. Haiko na damu yake mingi ni ya mwanaume. Uwezi kumhukumu maana ni Mungu alitengeneza hivyo. Na kuna wanaume wengine damu yao mingi ni ya wanawake. Unakutaka napenda kukaa na mama. Wanaume wanapenda kukaa na mama yao, mkono juu. So on Saturday tutakuwa na conference ya wamama. Itaanza saa 5. Ni saa 5? Itaanza saa 5 kamili. Tutakuwa na watu ambao wanazungumzia kuhusu wellness, kuna utazungumzia watu wa kuzungumza kuhusu magonjwa, kuhusu kuvaa, kukaa, kufanya, yani mambo hiyo yote. Na tuko na Judy hapa atakuja kutusaidia na wellness, ni champion kule UK. Wakati naenda UK naenda kumtembelea huyu. Huyu ni rafiki yangu wa karibu sana. Wale wanajua kusoma nyota. Ni rafiki wa nini? Wa karibu sana. Sasa muanze kuandika mistari. Bwana Yesu asifiwe sana. Rua aje kuandika nini? Mistari. Todo ni nyumu manyagake. Kule kile iroho na kile kitana leo Bwana Yesu tunaenda kwao ndio wanani hosting kule na akimaliza akienda tunaenda na yeye tukae kama mwezi ngapi 2 huko UK. Wale watu wananichugaga mtume mapolisi kule. Muangalie kama kuna mambo inafanyika huko. Haleluya. Imagine ukireithia muthuri mukuru tani. Muthuri umetie buye kijaja jaga nderu ciothe nigetha buye mutikonde. Na no urareithia goko takabuko. Mwathani agocwo. No Ngai amurathime tondu ni murutaga wira mwega. Hari andu no nginya mangirorwo. Matangirorwo no mathuke. Uraje kuona ikindi nicienja kumerio kindi meriai gidi mumahe ani muka ukokaga na tumai kaiga guku mbere nigetha andu makemeria gidi ri makameria gidi nigetha gaiko kama uyu ara mundu anja goita kana ni arutire rithoja ikara ugo tari birigori waikarite ugo ni goitwo muthe ndirarĩrĩria arogi wai arogi. Kwa hivyo on Saturday you are all welcome, wamama wote mkuje, tutazungumza ya ndani zaidi. Halo, siku hiyo ndio tutazungumza ya ndani zaidi yenye tunazungumzaka wakati wazee hawako na watoto hawako. Sasa tuongee kabisa, tuongee mpaka tujue ni wapi laini ilipotelea. Sasa tukijua mahali laini ilipotelea turekebishe maneno yetu and God will bless you. Hapo tutazungumza mambo mengi, mambo ya kufanya biashara, mambo ya mwili yako venye unajua kutunza mwili, mambo ni vitu vingi tu vizuri vya wamama. Na iwani usikose kukuja siku hiyo. Tuko na maneno mzuri. Bwana asifiwe sana. Tuko na watu wametoka mpaka US ambao watakuja kutuzungumzia. Si unaona already wa UK amefika. Kuna wengine wanatoka South Africa watatuzungumzia. Kwa hivyo kuja. Alafu wengine kama huyu anasema anataka kwenda na watu kama 10 hivi huko UK. Wangapi wangetaka kwenda UK? Na dukaheane namba. Tondu waheana namba. Uguthumbũrwo ndukahe mundu onau. Magwitia namba kamera ATM dos. Leo tunazungumzia the blood sucker altars ama the blood sucker covenants. The blood sucker covenant, madhabahu ya kunyonya damu. Yani maagano ambayo ulifanya maagano ambayo inanyonyaga damu yako. Inanyonya maisha yako. Leo nataka tuende pole. I'm teaching. Leo ni kufundisha. Sema kufundisha. Watu wa Nyeri kufundisha. Yes, kufundisha. Leo nataka kufundisha. Chache chicho chu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutaenda pole, sitaenda na ile bio tunaendaga nayo ya watu wale watu wa kupokea. Leo watu wa kupokea mtulie kidogo. Nifundishe maana hii ni muhimu sana. Muhimu katika maisha yako. Nataka kuwafundisha in the kingdom, katika ufalme wa giza, in the kingdom of darkness. What happens there? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwaka Mugike. Sema Mugike. Mugike haikuwa ya Mungu, ilikuwa ya kule kwa giza.
Maana kule tunasikia tulikuwa tunakuja tunaiba watu, tunapatiana kiapo, tunafanya vitu mingi. It is a kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. And in this kingdom many things happen. Vitu vingi sana zinafanyika katika maisha yetu, katika ufalme wa giza. Na vitu mingi zinafanyikanga kwenye giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaweza kuona tu washirika wamevuka vitambaa inaitwa timu Debora, wengine ni timu nani, wengine ni timu nani, mwingine amevaa vizuri, unaona mzee kama huyu amepolea vizuri, unaona mama kama huyu amepolea vizuri, unaona mama, unaona president amepolea vizuri, lakini kumbe ni wa ufalme ule mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bako nakutaka mtu anakuja papa siri choo. Unaona kama choo ile, anakuja papa siri kwa hiyo choo. Anawacha shimo mzuri, sahani mzuri, na hii sahani yetu tumetengeneza ni ya juu ya kukalia, ndio kae mstarehe, uanze kuchati kama umekalia, ukifanya maneno mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utapata mwanamke ama mwanaume mzima anatoka kwa shimo, anaweka kado kabisa kado. Na ni yeye ile ingine ya kushoot. Anafunika huko yote, anafunika. Unakuta kila mahali ukikanyaga umekuta nini? Imejaa. Sasa unaanza kujiuliza, huyu mtu alikuwa nomo ama alikuwa na bio? Unaweza mada alikuwa na bio, akaona hii inaenda kutoka, badala itokee kwa guo, afadhali itokee kwa barabara, itokee kado. Sasa unataka kufanya tafsiri yako, uangalie kama ni bio, utakuta ikianguka hata ingine juu. Maana alikuwa anajaribu kupimisha, lakini bio ya kutoka ikaenda bio kuliko yeye kupimisha. Mnanielewa? Lakini unakuta inatoka bio kuliko ile angle line alikuwa anachukua angle line. Lakini hii imetoka ije kabisa, unaona ilikuwa malengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yalikuwa malengo ya kuweka ije, maana ni part ya uchawi. Sema amen. Utakuta wengine wanatoaga najipaka, unamkuta amepaka kwa murago yako. Hata ameandika unaitwa Jeni, anaandika jina Jeni. Na unashindwa akifanya hivi ndio andike. Alikuwa nafanyaje? Alikuwa amekaa style gani? Mwingine unamkuta kwa hapo kwa murago ya kwako, ukienda kufukua tu murago, unakuta kamera yako hapo kadogo tonyo, kingine tonyo. Unaona setting ni tonyo kamoja, tonyo kingine, tonyo katatu. Unaona ni tutano tumepagwa kwa murago yako. Unashindwa huyu ni setting ama ni nini kilifanyika? Unaona hapa kama uko na akili mzuri, unaona kulikuwa na malengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda unakuta katuguo twako twadani ulianika, pale ulienda kaandika. Ukienda kuanua unakuta hapo kuna katonyo kadogo, kuna katonyo kadogo, unashindwa. Na niliosha tutonyo tulitoka wapi? Na wakati niliosha kama mpaka tutonyo twangu tukatoka. Tumetoka wapi? Haleluya. Abia mwenzako leo tunataka kujadili na kuchambua wachawi. Leo lazima tujadili na tuchambue wachawi na operation zao na venye wanafanyaga, ndio muwaelewe hapa. Maana niko na wengi. Hii kanisa niko na wengi na ni professional. Real professional. Kuna mwingine alipigia jamaa mwingine simu akamwambia, huko nilitoka. Na kwa sababu nilitoka huko, hata huko mtafuga. Sasa unaona huyo anakuambia alitoka. Kwa hivyo alitoka na sababu. Na akijua mimi nikienda kuna kakaba nilikuwa nimeweka huko, nitavuruta kaba yangu, watu waaguke chini. Sasa amekoja watu waaguke, amekoja na kaka kwa skrini akiangalia watu wameaguka, anaona watu wanaendelea kukuja. Anakuja anaona ni ule ni nani? Ule ni Charity. Kwani Charity hadi hajaenda na tulikuwa tumeagana tuende pamoja? Kwani Charity aliwacha kama nimetoka huko na yeye akarudi? Anaona mwingine hapa, naona mwingine hapo. Walikuwa wamepaka pamoja, lakini wengine walimwambia mimi siendi. Maana waligundua huyo mudu akorwa alimorogi na okitego kwa leke alimorogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanakujaga purposely kanisani hawakuokoka na hawajaokoka. They are here just to be witches because they are on a mission. There are people who are on what? A mission. Wako kwenye mission. Wako kwenye mipango. Wako kwenye mipango yao ya kufanya kazi. Na ni anointing anakuaga nayo. Si ati ni kitu anakuanga kutafuta. Wengine walizaliwa wakiwa wachawi. Na kunao tulizaliwa tukiwa manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kunao tulizaliwa tukiwa makings. Na kunao tulizaliwa tukiwa biashara. Na kunao tulizaliwa tukiwa kitu tofauti. Kila mtu alizaliwa akiwa na kunao purposely. Shetani aliwaleta hapa duniani kusumbua watu.
Wakati ulizaliwa kama wewe ni prophet, kuna prophet wa shetani alizaliwa kwa sababu yako. Wakati ulizaliwa kama wewe ni mwanabiashara mkubwa, kuna mtu mwenye biashara kubwa kwa shetani alizaliwa kuja kumonitor movement zako. So every move that you make in your life, kuna kitu ambacho kimefanya. Ndio naona mzee kama huyu wako hapa anahangaika akiwa Nairobi. Na huyu mzee Nairobi ikigawiwa alikuwa mnafikiria hiyo kitu? Hawa wazee unaona marafiki zangu hapa. Nairobi ikigawiwa walikuwa sasa, hiyo Nairobi ilikuwa Makogeni, ilikuwa Karoleni na ilikuwa hapo Jericho. Huko kwingine Kayole kulikuwa empty. Baka Ruai kulikuwa empty. Baka huko kule shoka weta kwatia. Kubere. Mara na wapi? Na Kantafu. Kulikuwa empty. Upande ya Gongu yote ilikuwa empty. Gongu Road kutoka hapa City Moshari ilikuwa kichaka. Uende kutoka Western Kagemi huko kwenda huko kulikuwa kichaka. Lakini huyo mtu hakupata hata kaichi kashaba. Na walikuwa na pesa, nakwambia mkuna mzee rafiki yangu ananiambia mimi nilikuwaga na pesa. Mimi nilikuwa na pesa. Nilikuwa napaga wanawake mmoja hapa, mwingine hapa, kuna wakupagusa mguu, kuna wakupagusa kipara, kuna wakufanya hivi, kuna wakufanya hivi. Walikuwa na kila mtu akinipagusa mguu na muachia shilingi 100, na siku hiyo 100 ilikuwa shilingi 1100 ya saa hii. Alikuwa napatia mama hivi. Na siku hiyo ploti hiyo unasikia ploti inakatwa huko, inakatwa na shilingi 2000, na shilingi 800, shilingi 700 na hana. Sasa unachika, ni akili hakuwa nayo? Hapana, alikuwa na akili. Maana alikuwa anajua kutafuta pesa. Lakini akakoseshwa jinsi ya kuingia kwa udogo. Pesa iliingia kwa mfuko, lakini ikaambiwa isiende nini? Kwa udogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakuta mtu mnafanyaka naye kazi. Wewe unanunua gari, mnalipo mshahara the same. Wewe mnanunua gari, lakini yeye hana. Wanaenda sasa kuuliza, huyu mtu tunaonaga kama ni mwizi. Lakini wewe ulifanya saving, ukaenda gubato, ukaenda nini, ukatumia hiyo akili. Sasa hiyo akili ulitumia, ndio nataka tuchambue leo. Maana hiyo akili mbona haikwenda kwa neighbor, ikaenda tu kwako? Na mbona ni nini kilifanyika? Na ulikuwa na pesa, na watu walikutabua, na watu walikuonaga wanasema huyu ni mtu ajabu, lakini hana kitu. Sasa hiyo ndio nataka leo tuchambue, tukaangalia. Hii ni topic mrefu sana ya blood saka, tutaenda another 2 Sundays na Wednesdays, ama 3 Sundays na Wednesdays mpaka tuimalize. Maana tumalize ugonjwa wa hii nyumba once and for all. Maana kuna watu nafikiriaga hapa na kwambia mwana ni agosho. Kumbe amejipaka hii na amekuletea. Mwana ni agosho. Sio watu wote wanasalimia kwa, na wakati mwingine ukikuja kunisalimia unaona nimerudisha mkono nyuma. Hapana, Mungu ameniambia huyo ni blood saka. Na nataka tu kukuhusisha tu kama muidi. Unajua muidi hawezi kupatia wewe pesa kabla hajaenda kwa choo. Lazima aende kwa choo anyambie pesa, akinyambia alafu anakupatia. Hiyo pesa haiwezi ikakusaidia. Hata kupatia hata 1,000,000 haitakusaidia. Hivyo ndivyo waidi wanafanyanga. Hata salary wakipatiana salary inachelewesha kwa anaenda kwa choo nazo na pesa yote, anafanya dwi. Alafu anatoka. Anakuja na wapatia pesa. Unakuta pesa ya muidi inaishaga na 2 days. Salary amekupatia saa hii, kesho hauna pesa. Kesho umerudi kwa branch. Umerudi kwa inaitwa nini? Advance. Na hiyo nyingine fuliza. Na hiyo nyingine mshwari. Bwana Yesu asifiwe sana. But what is the reason? Ni kwa nini mambo haya yanafanyika? Tumeokoka, tunaendaka kanisa, tumesoma, tunadhioma. Na kwanza ukiangalia wale watu wengi tunadhioma, nakuta ndio tuko na shida mingi sana. Ni kwa nini? What happens? Wale watu ile shida iko na huyo mtu. Sasa ukikombine na shida na hiyo riaria unashidwa. What is happening? What happens with the Christians? Walokole ambao tumeokoka, ambao tunajua Yesu, ambao tunajua kuvuja madhabahu, ni nini kutufanyikia? Wakatoliki tunasemaga wataenda kuchomeka maana hawajui Mungu. Unakuta hao wanaendesha magari mazuri, ukienda kwa compound ya Makatoliki magari imejaa. Sasa hapa nikienda hapa nje nitakuta motorbike mingi na baisikeli mingi. Na ndio unaonanga tunaoshaka nyumba kila siku kwa sababu umempita kwa matope ukikuja. Na wewe ndio unajua nani? Yesu. Waislamu hawajui na watabu hiyo Yesu yako. Lakini Waislamu naona kila kigari anasimamisha kwa msikiti yao.
ni kigari ya milioni 18, milioni 22, milioni 37. Sasa unashindwa, kwani huyu Mungu wetu na Mungu wa hawa watu anaendaka aje? Mbona anapendelea hapa kutuliko? Ama alitusahau? Ama ni sisi hatujielewi? Maana ukiangalia sana Wakristo ambao tumeokoka, sisi ambao tunaenda mbinguni, wale ambao tunawaacha hapa dunia, wao wa dunia wanaenjoy dunia vizuri kutuliko. Mnaona hivyo? Hao wa dunia wanaenjoy dunia. Jana nimepita mahali, nilikuwa kwa matanga ingine ya mtu wetu hapo, nikapita kwa baa moja, wow, tu gari shida paketo ginya unakuta ziko na security, watu wakupaga gari, watu 8 wakupaga nini gari, watu 8 hapa. Hata hakuna hata mmoja, hata tujui kama kuna gari inapakagwa. Na sisi ndio tunaenda mbinguni. Wale walikuwa naenda baa, na sisi tunajua wote watachomeka. Sasa nikuulize, hata kama ni wewe, Mungu huyu amempatia gari, amempatia shamba, amempatia kanyumba, amempatia maisha mazuri. Sasa atarudi asahau kumbariki aende mbinguni, kwa sababu na wewe mwenye alisahau na wewe hapa duniani akukumbuke siku za mwisho? Hiyo hesabu inaigiana kweli? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Ati hauna baraka hapa duniani, utaenda kupata baraka kule mbinguni. Utolewa wapi? Kama hapa duniani tuliambiwa ati huyo mzee alikuwa na talanta ngapi? Kuna mmoja alikuwa na 10, mwingine alikuwa na ngapi? Na mwingine alikuwa na ngapi? Yesu akakuja akasema, aliulizwa, wewe zako zilifanya kazi gani? Niulize sasa, wewe uko na akili kama mshaina. Mbona mshaina anatengeneza rami? Mbona mshaina anatengeneza manyumba? Mbona mshaina anafanya kazi kubwa na hata aenda mbinguni? Anatumia akili za nani? Na uboko ni ya white kama yako. Mnajiuliza kama swali kama hiyo? Ako na akili kama yako, uboko ni ya medulla oblongata ni ya white kama yako. Lakini yeye ameanza, amekutengenezea gari, amekutengenezea barabara, amefanya maneno makubwa. Wewe na kuenda kwako mbinguni na akili mingi ya kiokoko. Wewe unaishi kumukuru kwa Rufeni, na unaishi kule Kagemi, Slam, si Kagemi kwa matajiri. Ruda inakaliwa na Waidi, wale hawataenda mbinguni. Sasa unashindwa. Yaani Mungu anaweza kubariki, anaweza kubadilisha mtu ambaye hataenda mbinguni, akule matunda mzuri na mtoto yake aendelee kuteseka. Ni mwe uragia kiuria kiu. How comes mtoto anaendelea kuteseka, mtoto ya Mungu anaendelea kukula shida, naye mtu ambaye si mtoto ya Mungu anaendesha gari mzuri? Baka akipita hapo, akipita na kigari kikubwa, aya nao le mete yaka aya makahia mashule mashinono, mara gushiniro guko thima gashiniro kule iguru. Nani atawachoma? Nani aliwaambia? Nani alikwambia atawachoma? Ulijulia wapi watachomwa? Wewe ndio utachomwa. Kwa sababu Mungu alikupatia ubongo, hukutumia vizuri. Alikupatia akili, hukutumia vizuri. Alikupatia kila kitu, maana kutaulizwa talanta. Wewe zako ulipatiwa zilifanya kazi gani? Hebu jiulize. Wewe akili yako ulipatiwa imefanya kazi gani? Mimi sasa mimi nahubiri hapa najigamba sana venye nitaenda mbinguni, lakini niulize swali tu kidogo. Mimi na Mchaina, nani anafaa kwenda mbinguni katika hii kanisa? Mchaina akikuja hapa, mimi na Mchaina, nani anafaa kwenda mbinguni? Ni mimi. Uogo. Mchaina ndiye anafaa kwenda mbinguni. Hii microphone ni ya nani? Ni ya nani? Ni ya Mchaina. Hii carpet ni ya nani? Hii kitu ni ya nani? Hii Biblia makaratasi imetengenezwa na nani? Hii speaker ni ya nani? Hii TV ni ya nani? Ni nini nimeweka hapa? Apart from kelele. Apart from ya venye nitaenda mbinguni. Hiyo tu ndio niko nayo. Mwenye amefanya Mungu atukuzwe ni Mchaina. Mwenye Mungu, angalia kamesa ni kanani? Kabla kamaji mnakunywa na practice za nani? Kaguo umevaa kanani? Hii imebeba, hii chuma mmebeba hapa imekuwabeba ni ya nani? Sasa ni nani anafaa kusikilizwa? Ni wewe ama ni Mchaina? Sasa tuseme Mungu ni mtu akuje akae hapa. Tuweke Mungu hapa ikalera haugai. Tumwelele utashagora no agirwo ni guturu. Ni ndani anafaa kuwa kwako. Ulete Mkikuyu hapa na Mjaluo na Mkapa, walete hapa. Apart from kujua wa Muthede ni nani na kujua maneno kama hiyo, ni nini ingine tunaweza kupresent kwa Mungu? Niki ungepresent mbele ya Ngai? Akili yako yote na miaka yote amekupatia, ni nini unaweza? Mchaina atasema I preached. Speaker ni yangu, TV ni yangu, saa ni yangu, ragi ni yangu, mataa ni yangu. Ni nini ambayo si yake hapa? Kiti ni yake. Ni nini hapa?
Floor hii bao hizi ni za nani? Ni za mshaina. So wewe utaambia Mungu nini? Utaambia kazi. Mungu naye akwambie lete yako na wewe. Utasema nini? Yeah? Utasema nini? Tunaongelea wachawi. Nataka tukimaliza hii uniambie mchawi ni nani. By the time tukimaliza hapa, tuelewe ni wewe ama ni mchaina mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini hauna ya mchaina hapa? Na unasemeka vitu za mchaina ni fake. Na ndio natumia. Niye mchaina atachomeka. Wewe utaenda biguni. Ulipatiwa akili na Mungu. Akili hapa. Ukipasuliwa hapa, uko na kitu ya white hapa inakaa uji. Mchaina akipasuliwa hapa, iko na kitu ya white inakaa uji. Mlipatiwa the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlipatiwa wewe apart from going to heaven. Watachomeka. Siku hiyo ikifika, watu watagaragasa, watagaragalia, watagaragasa. Yaani niambie Mungu akichoma mtu wako na akili, awache mtu hana akili. Just tell me, Jerama, yaani kwani Mungu anakuwa mjinga namna gani? Achome mtu wako na akili. Mtu mwenye amebadilisha dunia imekaa beautiful. Mtu mwenye amefanya dunia umekaa mzuri, hata nyumba zimekaa, magari zimekaa, maisha imerahisika. Na alituambia katika Genesis 1, be fruitful and multiply. Nani amekuwa fruitful? Ni wewe ama ni mshaina? Alafu sasa wewe uende page laini pale waambie Mungu, nimekuja. I am a soldier in the army. Sasa hiyo bako unatembea, ningala gule yako ile. I am a soldier in the army. I am a soldier in the army of the Lord. Sasa na mchaina anakuja hata aibi. Aibi. Maana mpaka hiyo natumia kusema you are a soldier ni ya mchaina. Mchaina anakuja anachukua vitu zake mpaka anakuambia toa nguo. Kanaona kama tageto ile nguo. Wakisema wanataka vitu zao. Nyinyi mnaenda biguni muende bila vitu zao. Si mtatoa zote. Alafu sasa tuende biguni kwa Mungu anauliza wewe mbona uko uchi? Utaambia Mungu uko uchi kwa nini? Ati mchaina amechukua vitu zote. Hukuwa na akili ya kutengeneza kama hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka leo tufikiriane. Tutumie akili kadogo tufikiriane. Tuone tulipotelea wapi. Maana tulirogo. Kwa sababu hatufai kukaa namna hiyo. Afrika ndio tunatoaka chakula yote. Afrika ndio kuna gold yote. Afrika ndio kuna diamond yote. Afrika ndio kuna kitu, kila kitu. Afrika ndio Garden of Eden. Lakini we are beggars. Ile kitu tunajua ni kurogana, kuuana na kufanya mambo baya baya. Unashangaa unashindwa. Mungu na akili zake zote akaweka gold Afrika. Na akili zake zote akaweka diamond Afrika. Na akili zake zote akaweka kila kitu, kila mineral unataka dunia hii. Mpaka ile nitengeneza nuclear bomb. Amerika hakuna, France hakuna, Russia hakuna. Inatoka hapa Kenya, nyingine inatoka Sierra Leone, na nyingine inatoka Burkina Faso. Unasikia France wako na nuclear. Israel wako na nuclear. Amerika wako na nuclear. Sisi Kenya tunaambiwa mujaribu muweke nuclear. Amerika ndio itawapatia ruhusa. Na ile kitu wametengeneza nuclear nayo, wameitoa wapi? Hapa Kenya. Na wewe ndio ulienda ukaua brother yako ndio upatie msugu shamba. Sasa unataka kuniambia Mungu akiwa biguni ako na msamaha yako? Mungu ako na msamaha yako? Mnaona mkienda biguni? Mpaka hapo tumefika. Mnaona mkienda biguni? Basi. Sasa tunaanza kuona wachawi ni wanani? Yes. Bana sioni wa Afrika hata mmoja akikanyaga biguni. Sioni hata mmoja. Maana kuna maswali 3 ama 4 Mungu atatuuliza. Nilikupatia talanta. Wekelea yako hapa. Alafu mshaina kwa sababu mmempiga sana, mmemdharau sana na muidi mnasema muidi anaabudu ng'ombe, mshaina anafanya nini? Mshaina atasema mtoe nguo zake zote na kila kitu, ubaki hivyo. Sasa wewe uko umepaka laini na mtoto yako na watoto wako, mko hii mkienda kwa Mungu, Mungu anawauliza what has happened with you? Mnaanza kujifunika na matawi. Maana hiyo ndio ile kitu mnasafanya sana. Midhakwa, matawi kufunika huko na huko venye Adamu alifanya kufunika tu.
Maana utaanza kuuliza Mungu, utamuelezea ni kwa nini umekuja ukiwa uchi. Mchaina amebeba, unaanza kumwambia mchaina amebeba nguo. Ni kwa nini umekuja umechoka hivyo? Tumekuja mguu, maana mchaina na Mjapanese walichukua gari yao. Ni kwa nini umenyesewa hivyo? Ni kwa sababu mchaina walingoa nyumba wakaenda nazo. Sasa mimi sina kitu. Anakuuliza, si nilikupatia akili? Bwana Yesu asifiwe sana. Si nilikupatia akili? Akili ile nilikupatia ilienda wapi? Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tujue mahali tumekorogewa. Na nataka tuingie point 1 ambayo itatusaidia kujua ni nini kilifanyika. Watu wangapi wanaamka usiku kuomba? Mkono juu. Watu wa kuomba usiku. Saa ngapi? Saa 6 mpaka saa ngapi? Saa 9. Sasa tunataka tuangalie ufalme wa shetani wanafanyaka kazi gani hiyo saa 6 na amukaga. Ndio tuelewe ni nini ilifanyika mpaka ikakuwa baraka zako zote zikachukuliwa. Ni nini ilifanyika wewe ni pua? Ni nini ilifanyika hata mtoto wako mmoja hakuna anaweza kukusaidia? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo wa saa 9 usiku ndio watu wanaitwa malaika wa kibiguni wanatembeaga sana kutoka saa 6 mpaka saa 10 hapo saa 9 usiku. Alafu ndio spiritual realms, ndio bingu huwa zinabadilishanwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio bingu zinafanya nini? Zinabadilishanwa. Ndio unasikia malaika wamekuja wamelete baraka, malaika wamekuja wamelete change, malaika wamekuja wamefanya kitu. Wakati huo ndio wachawi wanazunguka usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. The same night. Sasa inategemea wewe ni mtu ambaye ulielewa namna gani. Hawa wazungu unaonaga wanajua hiyo siri. Hawa wa Chinese unaonaga wanajua hiyo siri. Wahindi hao unaonaga wanajua hiyo siri. Wewe haujui, maana wewe badala ya kufanya penye kunastahilika, wewe kazi yako saa 9 usiku ni kuomba, ni kama Mungu yako asikiagi vizuri. Unajua kuna mgeni anaweza kukutembelea maombi ile anaomba na ile sauti anatengeneza huko, unashindwa huyu mtu wanakuwa ni Mungu yake anakuwa hasikii. Baba, ninakuita yakaya baba wetu. Baba nikumbuke. Baba nikumbuke. Sasa unashindwa. Mnapigana na Mungu. Huyu Mungu yako hana masikio ya kusikia. Na anakukumbuka na nini? Ni nini? Aliuliza Musa, ni nini umeshika kwa mkono? Akamwambia. Aliuliza yule mama alikuwa ameuzua vitu zake. Akamuuliza uko na nini? Akasema niko na vibuyu. Sasa wewe uko na nini? Baba nikumbuke. Baba nikumbuke. Paka unasikia sauti imepotea kwa sababu ya sauti kutokea na kuza. Sasa malaika Mungu akujagi. Mungu akujagi, anatumaga nani? Malaika. Malaika wanakuja kwa nyumba yako kusikia, maana wameambiwa nenda kwa Kenya juu usikilize, nasikia akiitana. Wanakuja nasikia malaika anasikiliza, anasikia hakuna sauti, hakuna kitu unasema. Anarudi juu anasema Kenya juu ya minara, lakini puda zake zinapiga kelele. Na alisikia mlio na sauti ya puda. Hakusikia pauti ama alisikiliza akaona ni Kenya juu ya toro. Ni puda ilalira. Sasa unasikia kwa sababu anasikia labda ni puda zilikuwa zina make complain hazijashiba. Unaona nyasi inaanza kumea hapo kwa nje, puda zinashiba. Unashida unaona puda ndio zinashiba, ng'ombe zinashiba, lakini wewe kwako hakuna chakula. Maana alisikia mlio ya puda na ulilia kama puda. Kuna wengine wanaobaka wanaliaga unaomba naona sasa ule malaika akikuja atasikiliza, anasikia hizi ni kuku. Anarudisha ripoti kule, anasema nego kohotu. Unasikia unaona mtu anakuja kabuni fulani ya Sigima. Inasema inapatiana chakula for free na watakuja kufanya demonstration kwako. Maana bigu ilikomadi. Kuku sipatiwe chakula. Na wewe unangojea chakula zikuje. How you respond venye unaongea na Mungu, venye unaenda mbele ya Mungu ndio ina determine utakujaje. Wale wa China wametengeneza barabara, wale mnajua wametengeneza barabara zote za Kiambu Road, ile Outer Ring zote na bypass zote. Wapi kapi mumeona wakianza wanyanazaga?
ile ya Kiabu ya kwenda padi ya Kiabu, walichukua nguruwe zikiwa hai, wakarusha kwa shimo, wakazika. Ni madhabahu waliinua kulingana na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanaweka kuku, wengine wanaweka hapa Thika Road, walichinja mabuzi wakiweka kwa mashimo. Na nyinyi mnasema na hizo mabuzi zinatolewa kwa nyumba ya nani? Ya Mkristo. Maguruwe zinatolewa kwa nyumba ya nani? Ya pastor. Kwanza ile ya hiyo ya Kiabu, ilitolewa kwa pastor mmoja rafiki yangu, ndiye aliwauzia. Alafu akakuja akatuita hapa town, tuende tukafanya maombi ya kukaso madhabahu iliinuliwa na Mshaina. Reka tukaenda huko, tulikuwa tunakadaga akamaka kaka. Hadi tunakemea guru. Na mwenye alitoa hizo nguruwe ndiye anatuongoza kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu akiwa mbinguni anatuona tukiwa na heke ama hatuna? Unataka kuniambia alisikia hiyo maombi? Hiyo barabara ilitengenezwa na Wahindi na Wachina imekamilika. Sasa pastor anapitaka anasema hehe, Mchina ako na akili mingi sana. Hii Mchina, unaona wewe ametengeneza hiyo barabara na ametengeneza haraka. Unajua kama ingekuwa ni Mwafrika, tungekaa sana hii barabara haingetengenezwa. Huyo ni the same pastor alikuwa anatuambia hivyo. Tumekemea mapepo, amepatia na nguruwe, imefanya madhabahu. Tumeenda tukakemea mapepo. Mapepo ilitufukuza. Tulinyogwa, kila mtu alitoka huko akiwa na tonsils. Sasa hiyo ndio ujinga inaanzia wapi? Ujinga ya Mwafrika ama yetu ilianzia kwenye madhabahu. Haikuanzia kwingine. Maana tulipatiwa akili the same. Na sasa sisi tukapatiwa shamba mzuri. Afrika, shamba mzuri sana. Unalima. Jua inakuaga hapa. Jua 12 hours, usiku 12 hours. Uliza hawa. Mara ya mwisho kuona jua UK ilikuwa lini? Saizi baridi iko namna gani? -5. Baridi. Huyu ni kutoroka, ametoroka. Si ati amekuja kutembea, ni kutoroka. Baridi imemweza huko. Amekuja mahali Mungu alitengeneza. Maana kule Mungu anaidaka kutembea. Huyu muulize huyu, wanaonaka jua ikipita pale inaenda hivyo, inaenda. Siku ile nilikuwa Moscow, kajua kalikuja 10 seconds. 10 seconds. Na hiyo 10 seconds watu wote karibu country mzima walikuwa wamechomoka nje kuona jua. Si kuona jua. Na sisi hapa tunakuwa na jua every single minute iko hapa juu yetu. Sasa unashindwa what went wrong? Ukitafakari vizuri, urudi kwenye madhabahu, that is where we went wrong. Those people, they know how to use their altars. Nilikuwa mahali panaitwa Stonehenge. Stonehenge iko UK. Kuna mamawe zimesimamishwa huko. Wameandika this is the altar that rules the world. Ukienda kule Paris, maana niliingia Paris. Ukiingia Paris kuna mahali baka nani anaitwa Charles, wanaendaka kuabudu. Hapo chini mahali wanaendaka kuabudu, kuna kijicho kikubwa kinafanyaga hivi. Hapo anavaa kajo zile kubwa na hizi za kuvaa kichwa, anaenda wanafanya ibada zao hapo. Hawa watu wametutawala dunia mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu wametutawala dunia mzima. Angalia 18 century na 17 ndio waliingia huko Afrika. Wakakamata Afrika, wakakatakata Afrika, wakaenda Canada, wakashika. Wakaenda New Zealand, wakashika. Wakaenda Australia, wakashika. Wakaenda kila mahali dunia mzima, wakakamata Muingereza. Na population ya watu hawa siku saizi wako 156 million. Ukiminus urudi na nyuma mpaka 18 century, maybe walikuwa milioni 2. Lakini walitawala dunia mpaka saa hii wanatutawala. Saa hii ukienda Sotiki huko Kericho Highlands, majani ni yao. Ukienda Kakuzi ni yao. Ukienda mananasi ni yao. Kila kitu ni yao. Kenya ni yao. Tunainamaga wakikuja hapa tunainama. Ni territory yao. Mpaka saa hii tunaitwa Commonwealth. Kaiji kako na 156 million. Kanarani watu almost a billion. Sasa unashindwa ni nguvu wako nayo? Hapana. Ni akili wako nayo? Hapana. Ni nini hii wako nayo ambayo sisi imetushida? Mnajulisaka hiyo? Atukiona mzungu hapa, niliona mzungu mwingine hapa nileta nani chokora. Huyo mzungu ni chokora. Analalaga nje kwa matagi. Alikuwa amekuja hapa Uganda, ametafuta kama mwanamke hapa Uganda. Ameenda huko kukaa huko kule matoke, sura ikuwe mzuri. Huyo mtu unamuona hivyo, ulimuona anakaa 70 years, ni mtu wa 35 years. Ni shida. Lakini sasa mkiona msugu sasa hiyo hata mnaaguka. Niliona mkiaguka hapa.
Watu naekeleaga mkono mpaka najaribu kuweka mguu hivi nione kama ataanguka, haaguki. Mzungu tu alisimama mbele yake, unaona yeah, anaanguka. Na ni shokora. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo akili ambayo ilipotea, hiyo kitu ambacho kilifanyika mpaka maisha yako sasa imekaa haieleweki. Angalia sasa hapa karibu sisi zote tumevaa mtuba. Alivaa nguo akatupatia. What went wrong? Ni nini? Ni nini alifanya? Ukienda hapo nawaambia, nilienda mahali panaitwa Stonehenge. Nilikuta wamejenga maminara, wamejenga mawe. Wanasema hapo ndio kogomano ya wachawi wote. Wanakutanaga hapo. Wachawi wote wa dunia wanaendaga kuchukua nguvu hapo. Mimi nilienda kusambaratisha hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo tukakuja tukaenda kule kwa mlima, tukaenda tukainua madhabahu ingine na tukasema Kenya hii haitatawaliwa. Kutoka siku hiyo majensi wakainuka, Kenya ikainuka. Unaona sasa Kenya ndio inakomboa Tanzania, Kenya ndio inakomboa Uganda. Kwa sababu kuna kitu ambacho hatufanyi right, na tukikifanya right tutapata ushindi. If you can be able to trace back and know the plan of God. Wakati Mungu alimuumba Adam na Eve, alimweka kwenye shamba ya Eden. Alipomweka kwenye shamba ya Eden, akamuinulia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akainulia Adam nani? Madhabahu. Akasema Adam, kutoka hapa kwenye hili shamba nimekupatia. Hapa ndio utanawiri, hapa ndio utabarikiwa, hapa ndio utamalikiwa maisha yako. Akasema uzae, be fruitful and multiply. Akamwambia nimekupatia nguvu ya mmea wowote, nimekupatia nguvu juu ya samaki, nimekupatia nguvu juu ya ndege za angani, zote ni zako. Kwa hivyo nimekupa mamlaka ya dunia. Imagine, alikupatia mamlaka ya dunia, lakini sasa wewe hauna hiyo mamlaka. Alikupatia mamlaka, akakupatia hata samaki ni zako, ndege wa angani ni wako, akakupatia kila mti ambao unazaa matunda, yote ni yako. But you are still poor. But you are still struggling on earth. Unang'ang'ana kuishi. Mpaka unalia, unakaa mahali mpaka una feel you don't need to be here. But why all these things that are happening to you? Unakuta kama Judy hapa, wametoka hapa, wameenda Uingereza, sio kwenda kukaa mzuri, wameenda kufanyika watumwa huko. When this mtu anakufanya mtumwa, kahawa yetu ndio imejenga hiyo nchi. Majani yetu ndio imejenga UK. Pineapple zetu, nguvu zetu, kila kitu, utajiri wetu ndio umepelekwa. Diamond zetu, gold zetu ndio zimejenga Europe, na tunaenda kujivunia. Unakuta huko Mkenya huko akisema hey goko ni foro taregi. Na ni mali zenu. Ni gold yenu mibebo imeenda kujenga huko. Na unaona tunang'ang'ania, tunasema, nikisema wakati wanataka kwenda UK, kila mtu anataka kuinua mkono wake juu. Unaenda kuteswa na mali yako. Unaenda kuteswa na vitu zenu. Unaenda kuteswa na mamlaka zenu. Unakuta mapresident zetu wote wanaenda kuabudu. Wakati Queen alikufa, niliona wote mpaka Uhuru, niliutoa mani Uhuru, waliwekwa ndani ya Probox. Mapresident waliwekwa ndani ya Probox. Mapresident wote kakabasi kale kanaitagwa kwenda katua, waliwekwa hapo ndani without anything. Yani unaona president wako roster waliwekwa ndani ya karosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati King akiingia hapa Kenya, lazima Kenya ifugwe kwanza. Wakati Obama akiingia hapa Kenya, lazima Kenya ifugwe kwanza. Unakuta mpaka ile hoteli anaenda inafugwa. Mnaambiwa nyi wafanyikazi wote muende nyumbani, mtaitwa wakati wa kurudi. Ubwa zinaletwa kutoka Amerika kunusa kama kuna kitu baya. Ubwa zinakuja kunusa. Maana waliokuwa huko ni watu ambao hawana akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Barabara unakuta nani akikuja, anaitwa nani? President wa Trump akikuja, unaona ndege 3. Ndege za kubeba gari zake, ndege za kubeba silaha, ndege za kumubeba. Ndege na helicopter, na ndege ya kubeba helicopter ambayo itamkuwa ikimbeba. Ziko hapo zote. Unakuta kiwanja mzima imefungwa kwa ajili ya president. Na ile mali yote anatumia, vile vitu zote anatumia zimetoka hapa Afrika. Kule ngabo hakuna Kotem. Kotem ni ile imetengeneza nini? Hii simu. Ile product imetengeneza hii simu imetoka Kenya, na imetoka DRC, na imetoka Congo. Huko ndio ametoa hiyo. Unasikia Belgium ndio the greatest producer, ndio wana produce Kotem kwa wengi. Lakini imetoka wapi? Maana Belgium ilikuwa koloni ya nani? Ya DRC.
walikuwa wanatawala DRC. Sasa kila kitu inabebwa ikipelekwa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile kitu sisi tunaletea yako ni buduki. Tuuane, maana sisi ni makodoo. Sisi ni wajiga. Ni key, what happened in our mind? Because that is not psychologically right. Hata ukiangalia psychological, tuache kuokoka sasa. Nataka sasa leo tuanguke kidogo. Muanguke. Siongeleshi watu wa kwenda biguni, maana hapa sioni hata mmoja wa biguni, sioni. Nyonyo wote mliago uko wote. Kariboka umuina kate goboka nyume dhino magegani amekwa the. Can you listen to that song? Na hapo ndio tulikaragiwa. Egoboka jikare magegania. Yaani goboka, yaani tuliwekwa pale juu wakaiba mashamba yote, wakachukua kila kitu. Atoke egoboka nyume dhino eraine magegania mekwa. Matina agie megoda madie nayo sana chito si brain wash. And this is what I want us to get deeper. What could have happened? Ni nini kilifanyika na mababa zetu? Ni nini kilifanyika na our grandfathers? Because that is where we lost it. That is where we didn't find it. Hapo ndio tulipotelelea. Mpaka sasa tumepotelelea hapo. Unafukuta tunaongea Kisugu, mimi nahubirigi hapa na Kisugu sana, si ndio? Ni Wasugu wangapi wako hapa? Ni Wasugu wangapi wako hapa? Ati ni anointing ndio nijulikane niko na anointing. The Lord is saying that is going to bless you. Lama shake. Na sasa nimetoka kule Murang'a, naongea Kisugu ya Murang'a. Ama ninaongea Kisugu ya Kinyere. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijielewi mpaka Kisugu sielewi, na bado nang'ang'ana na hiyo Kisugu, na watu yote ni sura gumu iko hapa na nywele gumu peke yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati huo ndio nilipokwenda pale Stonehenge, nilikuta kuna masaa yao ya kuabudu. Katika masaa yao ya kuabudu, na hiyo Stonehenge yote ni ya wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilitengenezwa kabla ya kuja kwa Yesu. 4000 years before Christ. Hiyo mawe ilikuwa hapo UK. Ni madhabahu. Nikaangalia nikaona kuna venye jua venye inachomosha from east to west. Wame design hiyo mawe. Imekuwa decided from east to west. Alafu nikaona masaa yao ya kuabudu ile wanaabudu ni kutoka saa 6 kamili mpaka saa 9 kamili. Hapo katikati ndio wana fix maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to concentrate on time. Kesho siku hiyo ingine tutaconcentrate on days. And hiyo ingine tutaconcentrate on the land. Ndio tuelewe kabisa. By the time tutaenda kwa land, mtakuwa mumeondoka hapa. Hii Kenya tutakuwa tumeimiliki na tumeingia. Kutoka tuanze kuinua madhabahu Kenya, Kenya imeanza kuliberate Tanzania, imeliberate Uganda, hata Mozambique president alibadilishwa na jinsi. Bwana Yesu asifiwe sana. At that time, katika wakati huo wa saa 9, ndio destiny zinabadilishagwa kutoka saa 9 mpaka saa 6 mpaka saa 9. Ndio wanabadilisha hatima za watu. Hapo ndio ulinyang'anyiwa hatima yako. Ulilala ukanyang'anywa, ndio destiny ilichangiwa hapo. Na destiny kibadilishwa, unaondolewa, ulikuwa mtu wa A unapelekwa mtu wa D. Uliondolewa ukakuwa wewe mtu wa grade B ukapelekwa kwenye grade D. Yaani destiny ni kitu ni hatima yako, what God made you for. Kila kitu kilisababishwa utengenezwe ukuja hii dunia, ndio kinaitwa destiny. Hapo ndio wanakupokonya destiny yako, maana wanaelewa wewe ni nani, wanaelewa wewe ni nini. Maana Biblia ya kwanza ilitengenezwa Afrika kwa Ethiopia. Lakini hiyo Biblia ikachukuliwa na Roman Empire. Ilipoenda Roman Empire ikarudi ikiwa kitabu kingine ya 66 books. Lakini kitoka Ethiopia ilikuwa na vitabu 100. Alafu wakaandika kwenye kugwelelio Generation 22 hapo 21. Wakasema mtu atakayetoa ama kuongeza atawekwa matohoho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao waliotoa ile ya 100 ambayo Mungu alikuwa amesema ni nini wako nayo ndani yake. Walikuelewa wakajua. Hauelewi Mungu wako. Kitu cha kwanza kujua na kuwa na hatima yako ni kuelewa Mungu wako. The moment you understand and know your God will liberate you. You cannot be able to succeed without the hand of God. You cannot be able to succeed without the will of God. You cannot be able to succeed if you do not understand your God.
Lazima umuelewe Mungu. Kitu cha mwanzo kabisa, lazima umuelewe Mungu. Na kuelewa Mungu ni kuelewa wakati gani anafaa kuongea na wewe, ni wakati gani unafaa kuongea na yeye, and how do you speak to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kitu walituletea ni abakadra kabaradra na nini na liakanda liakorokoseka liakarababaseka. Ukauliza mtu wauga hati ya leo, hakuabii ni nini amesema, lakini anasema la magada la makanda raboseka ya kandoreboza. Unakuta mtu ameshika microphone ribarashe hindere riandololoba riekendere shanda ya makaya kondokaza yekende ambayo zoroboza ya boboboza kanda ya namozo kondororobo ya. Sasa unamuuliza umesema nini kwa hiyo yote? Anasema nilikuwa nikinena na lugha ya biguni. Lugha hiyo ya biguni ambayo hausikii na hauielewi, umecommunicate nini? Bwana Yesu sio sana. Na ukimusikiliza anaongea kama pasta yake. Kama watu wote wa Kimani William wanasemanga na magada na magada na makada. Yes, ukienda kwa watu wa Ng'ang'a, James Maina Ng'ang'a, unasikia wakilia unasema Viana wete! Riba baba baba! Lia kanda kakakakakakaka. Kakeke. Sasa utakuta kila mtu kanisani na ujui ni nini yana communicate nayo. Sisemi kwa hiyo ni baya, ni mzuri, but you need to understand and you need to have your own. Yako, sio ya mtu mwingine. Maana Mungu anazungumzaka na wewe kwa lugha ambayo wewe amekupatia. Sio lugha ya pasta wako. Eti kwa sababu mmeanza mkusikia nikisema liandalalo kakakaka. Hapo nakuta hapa kesho kila liandalala kakakaka. You must have your own version, your own connection with God, for you to be able to move out of the cocoon, out of the problem, out of the challenges that you have, out of what. Lazima uelewe, maana wakati Mungu alikuweka Afrika, alikupatia na code ya vitu za Afrika. Sasa mzungu akakuja akakwambia lia kakakaka, lekekeke. Sasa lekekeke ni ya huko kwenye baridi, maana walikuwa navumbea baridi iondoke. Sasa hapo unasema lekekeke, hapa hamuna baridi, huko baridi inaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's misinterpretation of the plan of God in you. Misinterpretation of the will of God in you. Maana the moment you know the God that you suppose, maana wanasema huyu ndio Mungu ambao wanamwabudu ambaye hawamjui. Musa ndio aondoke, aliwauliza Mungu, akamwambia nitaenda kuambia ni nani? Akamwambia nenda uambie I am whom that I am. Akamwambia nenda uambie ninaitwa I am. Ndio waanze kuelewa misingi ni nani. Maana I am ndiye alizungumza na mababa. I am ndiye alizungumza na Abraham. Akamwambia kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400, lakini nitakuja kuwaondoa. Wakati Musa alimuuliza nani wewe, nitaenda kuambia wewe ni nani? Akamwambia nenda uambie I am. Maana I am ni God. Waelewe I am yule Mungu aliyezungumza na baba Abraham, ndiye yeye sasa ananena, ndio yeye anasema, ndio yeye amekuja kutimiza ahadi zake. But now unasema kitu hujui, unasema kitu uelewi. So hata warogi wakikufunga hautaelewa walikufungia wapi. Warogi wakikuingililia katika maisha yako hautaelewa, maana hawa wanaelewa mida. Nilipoenda pale Stonehenge nilipata kuna mida ambayo wanaendanga, wachawi wote wanaendaga saa 6, kutoka saa 6 mpaka saa 9 usiku, wote wanakongomana pale. Hapo ndio wanatoa nguvu, wanakuja. Na wanatumia element ngapi? Wanatumia element ya jua, element ya mwezi, element ya maji, element ya hewa, element ya star. 5 ndizo walikuwa natumia. Lakini hapa walisema hapa ukienda kusema mambo ya nyota wanakuambia watu wa kusoma nyota ni wanani? Ni waganga na warogi, ni washawi. Ati hao mtu akikusema ati naona nyota, ushone divine. Lakini kwao wanatota. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwao wanatumia jua, kwao wanatumia kila kitu. Hii saa imetengenezwa kwa muundo wa jua. The timings zote ni kwa muundo wa jua. Nani alikuambia? Imagine venye alikubadilishia ati saa 12 ndio saa 6 na saa 6 ndio saa 12. Sasa angalia uone akili yako kama ni mzuri. Na alikupeleka shule. Aba kudu ukasema hivyo. 1 2 3 4 ukasema hivyo. Akakuuliza D for a dog, B for a bush, what for a what. Akakufundisha hizo zote. Lakini akakuja akakwambia saa inasema vitu vingine. 12 ni 6 na 6 ni 12.
na unakaa unaweka saa yako unafanya nini. Ukienda London unafika ni mwezi gani? Nabadilisha masaa? Oktoba. Ukifika Oktoba ulikuwa unasema saa hii ni saa 6. Ikifika tu uruke Oktoba wanaanza kusema saa hii ni saa 3. Na hakuna kitu kimechange. Na psychologically na unaona mtu ameingia kwa akili na anasema sasa tumerudi nyuma masaa 2. Sasa unashindwa ni nini ilikwama? Ni gurudumu moja ilikwama ama ni nini? Kwa sababu dunia yote inazunguka the same time, inazunguka pamoja. Maana ni dunia inazunguka, yani the sun inazunguka. Sasa unajiuliza ni nini ilikwama? Did the sun stop? Jua lilisimamishwa London na watu wanakubaliana na mtu amesoma na anakubaliana nimerudi masaa 2 nyuma. Na sisi bado tuko kwa ile masaa yetu, haturudiki nyuma. Ukienda Amerika hawarudiki nyuma, lakini ukienda UK wanarudi nyuma masaa 2. Sasa niambie hiyo ni nini? Amerika wanarudiki nyuma masaa 2. Mbona sisi Afrika turudiki nyuma? Are we not part of the planet? Equator? Is Egypt on equator? Is South Africa on equator? No, you cannot tell me that we are on an equator. Yes, we are on the equator, but ni wapi? Because the sun moves around the what? Si jua ndio inazunguka dunia hivi. Ni wapi jua pati moja ilikwama ikarudi nyuma masaa 2. Hii ingine kaendelea kwenda safari venye ilikuwa inaendelea. Hii ingine imekwama. Hello. Kuna mahali unasikia kajua ilijipotoa, ikaenda ikapotoka, maana ilipotolewa ikapotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ujinga ambao tuliwekwa ndani yetu ambao umetubadilisha akili zetu. Na huu ujinga ulitumika kwa njia ya kimadhabahu, haikutumika kwa njia ya kiteknolojia, haikutumika kwa njia ya kimabavu, haikutumika kwa njia ya bunduki, haikutumika kwa njia ambayo haieleweki, ilitumika kwa njia ya kimadhabahu. Maana wale walielewa madhabahu kutuliko, wale walielewa jinsi ya kumiliki dunia kutuliko, wale walielewa jinsi ya kubadilisha dunia hii kutuliko. Maana ndio walikuja wakatufanya tawala zao na tukawaabudu. Walikuja na Biblia na bunduki lakini tukawaamini. Alafu uangalia akili yako, uangalia akili si mzuri sana. Ukienda kwa kanisa zote za PCA, kama sasa walikuta Wakikuyu wanafanya ibada zao kwenye Mugumo, hawakubadilisha ibada zao. They never changed. Walienda pale Thogoto, wakapata mahali Wakikuyu wa Kiambu walikuwa wanafanya madhabahu. Kuna Mugumo hapo, wakajenga kanisa hapo. Kwa hiyo Mugumo. Sasa wewe na Musugu, alafu akakwambia kuabudu kwenye Mugumo ni shetani. Lakini yeye ameweka kanisa wapi? Kwenye Mugumo. Hapo kwenye shetani ndio ameweka kanisa. Akaenda hapa Kiambu, hapa Thedekwa. Kwa ile kanisa wanasemaga ile kanisa ya Mudhogo. Si mnajua kanisa ya Mudhogo? Ya Anglikani. Wakajenga, wakakuta Wakikuyu wa Padio walikuwa naabudu kwenye Mugumo hiyo. Wakajenga kanisa hapo. Na wakakwambia kwenda kwa Mugumo ni shetani. Lakini wameweka kanisa yao kwa nini? Kwa shetani. Wakaenda huko kwa Sister Nyatha. Huko Mokoroine, watu wa Mokoroine, how many Mokoroine people? Watu wa Mokoroine, inua mkono. Yes, thank you. Kwa Sister Nyatha mali walienda kusema Sister Nyatha amekuwa saint. Mafupa yake wakaosha vizuri. Hapo wakakuta Wakikuyu wa Nyeri, hapo ndio wanaabudia Mungu yao. Wakaweka kanisa wapi? Ni Katoliki. Sasa unaangalia, kuna mahali tulifanya nini? Ulichezwa. Kuna hali ulibadilishiwa ni nini kinakuhusu wewe. Ndio unaona mnaishi kwenye slums, wao wanakuja wanaishi maisha mzuri. Kimusugu hata kikikuwa kichokora kitoke ng'abo. Kichokora kabisa. Ninaenda ng'abo. Si ndienda juzi mliona nikiwapatia chakula kwa street. Halo, mliona nikiwapatia chakula kwa street? Wako machokora. Huyo chokora nikamlete hapa. All the girls will break. All these girls will break. Maana Musugu amekuja. Bako nakuta warebo wanatembea njia nyingine, style nyingine ya Holy Ghost. Anatembea Holy Ghost. Maana Musugu amefanya nini? Amekuja. Na Musugu akisema tuabudu shetani, mnaabudu kwa maana Musugu amesema. Musugu akikwambia tuabudu hii microphone tuifanye Mungu, mnaanza kuiabudu maana Musugu ni Mungu. Anasema. Na unakuta kila kanisa limebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni Musugu amesema. Maana kuna kitu walituwahi. Walijua jinsi ya kuconnect, walijua jinsi ya kuingia kwenye ulimwengu wa kiroho. Sisi hatujui. Sisi tunafuata tu story zao. Maana walikuja wakatuambia Yesu ule Musugu. Ule Musugu walituwekea kwa picha. Wakatuwekea kwa picha kila mtu kwa nyumba. Nani ako na Yesu kwa nyumba? Yule Yesu Musugu. Catholic people.
Eko mtumio ya ito. Najua kwako iko. Hiyo Yesu Musugu. Na pia umemhangi hapa. Ngapi wako na rosary hapa? Na huyo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Yesu ni Musugu. Mimi ni ako Ladan. Huyo jamaa aliact hiyo movie. Hiyo mumeweka kwako anakuaga Ladan. Ni actor. Hello, ni actor. Ako huko UK. Lakini sasa kila kwa boma ya mtu ilikirudi kwa huyu iko Yesu. Huyo Musugu. Ego. Yes, Edo Utoe. Huyo jamaa anakuaga Nottingham. Huko ndiye anakuaga. Tulienda kumuona. Ule mwenye aliact hiyo movie ndio umehangi kwako. Ndio umeshuhudia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Umejitengenezea kamugu umekahangi kwako. Yesu hakuwa Musugu, alikuwa Mwafrika. Lakini wakabadilisha, wakasema ni Musugu. Yesu hakuwa Musugu, alikuwa Mwafrika, tititi, mweusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona alikuwa ni kama alikuwa Mkamba. Maana si alikuwa mtu ambao na Wakamba ndio wanapenda mbao. Na unajua Wakamba ni Walawi, wanapenda mambo ya Mungu sana. Tunajua Wakamba ndio wanajua kuhubiri sana hii maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. But Mroma akakuja akabadilisha. Na ndio ako na maombi ya kinovena, ako na maombi ya mama yetu tuombee sisi wakosefu siku za kuzaliwa kwetu na hata kukufa milele na milele, amina. Yaani ako na maombi ambayo yanalingana na nyakati. Nataka kusisitiza kwenye nyakati, maana kwenye nyakati ndio tunaponywa, ndio tunapokonywa. Kwenye nyakati ndio wanaiba nyota zetu. Kwenye nyakati ndio wanatuharibia mipango yetu. Kwenye nyakati ndio wanatufix kule ambao hatufai. Ndio nana Mkatholik na Muislamu. Mkatholik, najua Islamu ilitoka kwa Catholic. Ndio nana vitu zote za Islam ni za Mkatholik. Ako na Rodario. Ile kitu hawana ni Mama Maria na Yesu, wako na Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ibada za Kikatholik ni ibada za Kiislamu. Mifungo ya Kikatholik ni mifungo ya Kiislamu. Wanafunga 40 days, hawa wanafunga 40 days. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana walitoka kule. Islam nayo Catholic ilitoka kwenye wa Orthodox. The original church ni ya Ethiopia, Orthodox ya Ethiopia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia kwenye nyakati, kwenye mida ndio wali exchange destinies zetu. Na hiyo ndio wakati wachawi wanajipanga, wana change. Ndio hapo wanakurogea. Hapo ndio walibadilisha. Mtoto wako mwenye alikuwa na akili, aliibiwa akili hapo. Wewe mwenye ulikuwa na akili mingi, akili zako ziliibiwa hapo. Lakini sasa ubaya ya wachawi wa Afrika ni kunuhana. Wale wanajeka nchi yao, wale wanafanya mambo yao. Wa China ni wachawi, wa Hindi ni wachawi, lakini uchawi wao wanajeka mabarabara. Wewe yako ni kuchukua suruali ya mwanamke uende ukaroge. Ukameruta mushuhudio ini wadi koroga. Ate nigetha dakagia kidu, ate ciana ciake cigoroke. Uri ciana ciaku ni ciake goroka wagerera bebe cigana mugunda-ini waku. Sasa unakuja unaroga mtu ati ni pastor, unakuja unamroga ati ndio aondoke kwenye aache kuhubiri, aende. Yani umuonage tu kule nje akikunywa pombe. Ni nini utaongezea? Ni sufuria ngapi umeongezea kwako? Unaroga chairman wa kanisa unamtoa kwa kanisa, unaroga chairman wa kanisa unamtoa kwa kanisa, unaroga tu, yani haja yako unataka tu aume adhie we kiatia. Inakubenefit na nini? Wale wazungu wametunyang'anya mashamba, wametunyang'anya mali zetu, wametajirika. Tu sasa sisi ni watumwa, tunaendaka huko kuosha wamama wazee na wababa wazee kule, wale wamezeka. Wale walituiba. Sasa wako kule wakitukojea tuende tukawaoshe. Kazi inaitwa CNA. Na wanakulipa na pesa ile walikunyang'anya. Maana walitumia uchawi wao vizuri. Sasa wewe unatumiaga uchawi ya kuroga pastor mwenzako, unatumia uchawi wa kuroga mama mwenzako hapa ati akwendishikwe na kichaa, atole na thina oguo. Uteithekaga na ki murogi, uteithekaga na ki ukiroga niki? Ti ukiongerere thaburia, ti ukiongerere irio, ti ukiongerere na ki, unokurogora oguo. Uteithekaga na ki? Hujawezi, hujanunua gari,
hata peremende wezi nunua na hiyo chai yako, ni kunyarira andu tu uturi utengera gotuko na itirana, unakimbia usiku, unakuta mama kama huyu, sorry wacha nikutumie tu, lakini si mama kama huyu amezeeka wa miaka 100, usiku huwezi kumshika, anaendaga venye anaendaga bio, na anaendaga akiwa uchi, amefugilia moto hapa nyuma, kama mama kanaenda bio, kanaenda ukikenda ukashika, kanainua miguu juu na kichwa chini, unakuja unapita tu, naona ni kisiki kibo hapo, na analala usiku akizunguka usiku. Mwingine anakuja anaokota mavi ya mtoto yako, anaenda kuroga, anakuja anaokota, anaenda mpaka choo kuchota, aende tu aroge, aigwe tu ni akena. Unakuta maisha yako imekuwa retarded, umefungwa, wauishi katika misingi thabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaishi kwenye misingi ambayo imekwama na unajiuliza amebenefit na nini? What is your benefit? Umeroga mtu amefutwa kazi, yeye amefutwa kazi, umefaulu amefutwa kazi, umebenefit na nini? Watoto wako hawakuajiriwa, na ukienda watu wote, ukitaka kujua mtu mrogi, angalia refu yake ya maisha, ni maskini. Maskini warogi wote. Unaenda pale Kambiti, ukipanda pale Kambiti utakuta upande huu watu ni sawa, upande huu ni umaskini kulingana na level ya uchawi. Watu ukienda mahali, ukitaka kujua mahali kuna uchawi, angalia level ya poverty. Ukitaka kujua mchawi katika kanisa hii, mimi naangalia kana level of poverty. Kwanza wale washirika wa hapa wa zamani, nikitaka kuangalia nijue huyu ni mchawi, angalia hajawahi barikiwa. Wengine wamekuja wamebarikiwa, yeye hajawahi barikiwa. Amekuwa amekaa ngumu kama nywele ya Mwafrika. Lakini Moshene anakuwa na migi. Story anakuwa na migi. Kila kitu anajua ni nani anafanya, ni nani hakufanya, ni nini kufanyika, ni nini kufanyika. Yaani kazi yake yote ni kuhakikisha hii kanisa hakuna watu wanaingia pale. Ndio wanakuja wanakunia pale. Na anakunia kado, maana ni uchawi, ni pati ya uchawi. Halo. Ama wakuniagi? Ama wakuniagi kado? Last time walikunia kado ni lini? Leo. Alafu na wewe ambao ulikunia, because mimi nakujua. Nimekushona huko. Tahara gatema. Saa 9 ndio wakati baraka zako zinakuja. Saa 6 mpaka saa 9. And that is the time to know how to pray. Sio tu kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tu kuomba, kuelewa jinsi ya kuomba. Hiyo ndio nataka nikuwafundisha leo. Maana wale wanajua jinsi ya kuroga, na wewe unafaa jinsi ya kurogora. Kukanzo hiyo vitu zote. Maana wakati huo ndio wanachant, wakati huo ndio wanatoa maneno, wakati huo ndio wanasoma vitabu zao, wakati huo ndio wanakuja. Kama sasa hii muharo ilianza saa 9. Ikawekwa kitu. Sasa ikaambiwa ilisabu iwekwe mpaka iletwe leo. Alikuwa amekuja kuroga watu hapa. Na kama ni wewe unajua ulihara, ukuje unione kabla saa 6 usiku leo. Mimi ndio mrogi ule mbaya. Ukuje unione kabla ya saa 9. Maana ikipita saa 9 utaletwa na mashera hapa. Hautaroga, hautaenda kanisa ingine kuroga, umezoea. Sasa umefika mwisho. Imefika mwisho. Mimi naelewa kuinua madhabahu. Mimi si kama nyinyi ati nemundoma baba. Hapana, mimi ninaelewa. Nimeenda mpaka huko Stonehenge kwenda kuvuja madhabahu ya dunia ya wachawi. Ya dunia. Nikaenda mpaka Moscow, nikaenda mpaka kwa Putin. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaenda mpaka Vatican, nikaingia huko. Unajua Vatican inakaaga namna gani? Mshaijua Vatican ni nini? Ni nini? Vatican ni nini? Mfano wake nimechora na nini? Hiyo nini? Hiyo iko Stonehenge na Vatican ni the same, zinafanana. Vatican ni imejengwa hivi, alafu huko nyuma inaenda hivi. Inafura hapa. Weka sasa kichwa ya kobra. Weka kichwa ya kobra hivi. Alafu uweke mkia ya kobra. Hivyo ndivyo Vatican iko. Vatican imenyoka, inamesaga watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vatican ni nyoka ya kumeza watu. Ni nyoka imeundwa kwa msingi wa nyoka. The serpent. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ni madhabahu. Ndio unaona wametawala dunia mzima.
Ndio naona Waingereza nao kule kwingine wako na madhabahu inaitwa Stonehenge, inatawala dunia mzima. Wewe mama yako ile kitu alijua ni kuroga watu, hakuna madhabahu alikuinulia. Maana kila mtu na kila jamii iko na madhabahu. Kila mtu ako na madhabahu. Wewe ni mwenyewe ni madhabahu. Uliinua madhabahu yako ikafika level gani? Na uliinua madhabahu ikusaidie na nini? Maana madhabahu inafaa kukusaidia. Madhabahu inakuwa baraka kwako ama inakuwa your failure in life. Are you getting me? Inakuwa failure. Maana kama sasa hapa tumetengeneza hii madhabahu, ndio umekuja kwenye madhabahu tuombe Mungu atusikie. Lakini hata tukaomba Mungu hawezi kutusikia kama hatuelewi jinsi ya kucommunicate na yeye. Hatuelewi jinsi ya kuongea na yeye. Hatuelewi wakati wa kuongea na wewe. Na kama hata tunaamuka saa 9 kuongea, unakuta kama sasa nichukue mfano, my intercessors utakuta wako kanisani kama hapa saa 9 hiyo, badala ya kunani, badala ya kuomba Mungu ndio waelewe jinsi Mungu anavyotaka, utakuta wanaongelelea watu. Wanaongelelea vitu ambavyo havifai, maana ni siri moja ya kukuondoa kwenye mipango. Twende haraka sasa. Kwa hivyo the consequences ya kuwa na madhabahu ya kiuchawi, they exchange destinies. Number 2 ni inakuwa spiritual traffic surges. Yani wanabadilisha the traffic ya spiritual power capacity. Wakikuja kama wewe ulikuwa mkulima ambao unalima, wewe umekuwa baraka yako umewekwa kwenye kulima, unakuja wanalete madhabahu inakuondoa kwenye kulima, inakutuma uende ukafanya biashara ya kuuza kilimo. Hawakuondoi bali wanakupeleka ukauze maadisi kwa barabara, uachane na shamba. Sasa ukiachana na shamba, mahali Mungu alikuwa ametengeneza baraka yako itakujia hapo, unaondoka unaenda kwingine. Wao kwa sababu unaondoka wanachukua hiyo nyota, wanafanya kazi. Ndio unasikianga mtu anafanya na nyota yako. Unaona vile vitu unaota ukinunua gari, unaota ukifanya biashara, unaota maisha yako ikiwa mzuri, ama unafikiria gari fulani unaona ya kazi ni yako nayo. Unafikiria kununua shamba mzuri na unakaa kidogo unaona neighbor yako ndiye alinunua hiyo shamba, the same shamba na the same price. Hivyo yenyewe ulifikiria. Kumbe flow ya the spiritual flow ya kuelewa vitu zako iko, lakini zikikuja already zilikuwa diverted, zikageuzwa, kuna kule zinaedaga. Unakuta kuna mtu amekuajiri kwa kabuni yake, hakufugusagi na anakulipaga mshahara. Maana wewe umekaa huko ukiwa nini? Conduit ya baraka za kazi yake. Unakuta wewe ndiye anatumianga katika kunawiri kwenye biashara. Sasa anakuweka tu huko, unakuwa kama pet, unakuwa kama kitu cha kuzalisha kazi hiyo, utajiri wake. Unakuta jamani, kutajirika na tajirika, anaweza kuwa sister yako, anaweza kuwa brother yako, anaweza kuwa kazini yako, anaweza kuwa mpasta wako, anaweza kuwa mtu yote yule, anakutumia. Kuna mapasta wanatumia mwashirika. Unakuta mshirika kama huyu ako na anointing kubwa sana kuliko pasta, lakini anamfunga hapa, anamweka hapa, ndio anaendelea kumnyonya. Akitaka kufanya ibada hapa anaifanya na nani? Na huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndio destiny zetu zilibadilishwa. Watu wengi hapa naona ni mabilionea, ni mamilionea, lakini utajiri huo unatumika kwingine. Kuna watu wengine wanaenjoy utajiri wako. Kuna watu wengine wewe unafaa kuishi Runda, unaishi Kangemi. Kumbe kuna mtu alikuhamisha, anaishi Runda, wewe unaishi Kangemi. Yeye ndiye anafaa kuishi Kangemi. Lakini kwa sababu haukuelewa nyota yako mahali ilibadilishwa. Walibadilisha saa 6 mpaka saa 9 wakati ulikuwa milala. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3, the consequences, unasikia the angelic movement. Huduma ya kimanabii, ya kiunabii inakosa kuzunguka kwako. Yaani unakuta wale malaika ambao wanafaa kuwa wanakuhudumia wanakoseshwa, wanaondolewa kutoka kwako. Kumbuka kwenye kitabu cha Danieli ni 10 ama 3 mstari wa 10. Daniel alikuwa ameomba siku 21. Aliomba siku ya kwanza, wakati siku ya kwanza tu alipoenda maombi, Mungu alimkumbuka na Mungu akampatia kila kitu alichokitaka. Lakini aliendelea kuomba siku 21. Kumbe na malaika aliyetumwa kulete bidhaa za Danieli alishikwa na mfalme wa Persia. Mfalme wa Persia ndio hawa wachawi ambao hubadilisha nyota yako,
hubadilisha njia zako, hubadilisha mipango yako. Kuna wengine kule shuleni unakuta katoto kako ndio kanakuanga namba moja, unakuta kana mama yako katoto kale kengine kanakuanga namba last. Mama anakauliza ni nani anakushindaga, unataka kuwa namba moja? Kanaambia nenda uchukue kitabu cha yule mtoto anakuanga namba moja, ama nguo yake, ama tini yake, chochote chake ukichukue ulete. Kikienda pale, mtoto wako next time anakuwa last, yule alikuwa last anakuja namba 1. Wanachukua akili yako, akili wanachukua wanaweka kwa mtoto yule mwingine. Mtoto wako anawekwa makogo kwa kichwa. Wako na capacity ya kubadilisha. Hata watu wengine unaona wanakufa. Kuna mtu niliambia watu hapa, sitaki kumtaja maana ni mtu mkubwa, anaweza kutukujia hapa. Yeye alikuwa akufe kabla ya msemo mwingine amekufa juzi. Lakini alibadilisha kifo na kazini yake. They know how to change, to exchange death and destinies. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe mama, wewe ni mama tajiri mkubwa, lakini saa hizi wewe ni maskini. Aliyekuwa anafaa kuwa kwenye ile level alikubadilishia tu, akakuachia umaskini, akabeba utajiri yako. Nyota, sema nyota. Nyota venye inachukuliwa. Inachukuliwa kwenye staili wewe mwenyewe utafikiria ni Mkristo mwenzako mko kazini naye. Utakuja hapa unafikiria ni mshirika mzuri, anakuja hapa anakaa hapa, ushuhuda ni mzuri sana, lakini amekuja kuharvest nyota za watu. Na wana harvest wakikuelewa na kujua ana harvest nyota yako usiku wakati unaenda unalala, ndio ana harvest, wanachukua nyota zako. Ukiamka asubuhi unaamka kama umechoka. Umeamka siku moja ukasikia umechoka, umekuwa kwenye kazi, umefanyishwa kazi ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanakuja kama mimi ni mhubiri, kama hivi ni mhubiri, utakuta kuna watu wametumwa hapa specifically na wahubiri wengine, nenda mshike nyota yake. Sasa utakuta hapa badala ya kuhubiri na hubirigi mahasira. Watu wanaendelea kuharibu jina yangu. Mtakufa. Hakuna mahali mnaenda. Tana kuwalaani. Sasa unakuta uliondolewa kwenye plani ya Mungu. Mimi naondolewa wakati mwingine hapa. Najikutanga nikipiga makelele. Najikutanga napiga makelele mpaka nakienda kusikiliza. Naweka nasabia mtu aniwekea venye nimehubiri, nasikiliza, naona huyu si mimi. This is not me. Hapo kwangu kuna mkeka, napiga nalala hapo chini, naambia Mungu nirudishie mimi. Huyu si mimi. Naambia huyo tini. Kumbe wamenikoroga hapa. Wananikujalia mchungaji apostle. Wewe ni mtumishi wa Mungu, kuna anointing, unaenda bali gani? Na niota hilio. Alafu wanakuchotaka na ile unaona ile ya chakula, si ile imekaa hivi, kuna ile imekaa hivi. Wamekuchota na hiyo kama ile kitu kakujeba, na unabaki hapa. Badala ya kuhubiri unakutaka unahubiri persons. Wakati mnanisikia hapa nikihubiri person, nikuchotwa, nimechotwa. Unajua uzuri mimi najua kutubu dhambi zangu. Yes. Ukikuta nimetusi watu hapa, ujue nimechotwa, sio mimi. Usiende ukinilaani ama ukinichukia, utanichukia bure. Nikienda kwa niitisha mimi, Mungu anirudishie mimi, utanishangaa. Ukikuja nikuulize wewe, tulikuwa na wewe wapi? Nikasema nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu uliza mwenzako, unaona kama umechotwa? Mguze tu. Umeona kama umechotwa? Ukiangalia hii maisha hebu muulize, ukiangalia hii maisha unaishi ni yako. Kuna wengine mabwana zao wanatumianga nyota yako. Na kuna wengine wanawake wabibi zao wanatumianga nyota za babona zao. Bwana Yesu, hata kuna wengine wajeuri wabaya wanachukua nyota ya mtoto. Anatumia mtoto, anakuwa mhangaiko, yeye atajirike, yeye akae mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sana ukienda kwenye familia ambazo ziko na mtoto ambaye si akili punguani, wale wanaitangwa autism, sio wale unakutaga wengi ni kwa nyumba za matajiri. Watoto kama hao uko Ruda, uko Muthaiga, uko Karen, kuna kitoto kinakuwaka kwa hiyo nyumba, kinapendwa kuliko kila kitu. Kinapendwa hicho, kinakuwaka kikastodian kia mapepo. Wakienda wakitoa mapepo, wakitoa nyota za mtu achukue hapa,
nyota inawekwa hapo. Wakitoa kule, nyota inawekwa hapo. Hiyo mtoto anachugagwa kuliko kitu kingine yote. Wanaabudu huyo mtoto. Unakuta familia inaabudu huyo mtoto, maana ndiye amewekwa. Di nyota zote, akitaka nyota ya kuuza viatu, anakuja na chomoa, anaenda kununua viatu. Wewe ukifikiria tu dunia inakaaga hivyo, the world ama dunia, life is spiritual. Bwana Yesu asifiwe sana. Life is not just life. Just life is spiritual. Anything you see in front of you. Hata hizi chuma unaona hapa, ni mtu alibadilishana miguu yako na akaenda, miguu yako inatumika kwingine. Kukirabda ndio keboi anatumika kukimbia. Na haya hapa ni ushindi ukienda hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maisha unakaa sio maisha yako. Maisha yako iliibiwa. Lazima udai maisha yako. Lazima udai nyota yako. Lazima udai Mungu alichokuitia. You are not living your life. God did not create a fool. Hakutengeneza mjinga. Alitengeneza yeye. Mungu alijitengeneza. Alisema tutengeneze mtu aliye kama sisi. Kama umeundwa na kama Mungu, ni kulitoa ujinga wapi? Mungu ni mjinga. Uliza mwenzako, ulitoa ujinga wapi? Kama Mungu si mjinga. Na kama ulitengenezwa kwa mfano ya Mungu, ilikuwaje saa hizi wewe unatoa akili yako wewe ni kufikiria kuroga? Ati akili yako ni kufikiria utengeneza ka message utumia watu ndio apostle, kanisa ya apostle iaguke. Halo. Sasa hapo ndio unajua huyu mtu alikuwa ametumwa. Alikuwa amekuja ni mchawi, alikuja akijiita pastor, akakuja akajikageka hapa, akatafuta nafasi na akachukua namba za watu kwa sababu anajua at the end of the day atakuja kustrike. And this is how they strike. Nakibia kwa sababu time naona ni mrefu hii story. Ndio nasema nitachukua wiki 3 ama 4 kukamilisha hii. Na by the time tukimalisha wiki ya 4, utatafuta wachawi Kenya hii wakose. Uzuri Mungu amenipatia hiyo manto ya kumaliza wachawi, ya kuangamiza. This is the time, this is the moment decisions are made. Saa 6 mpaka saa 9. This is the time the decisions of your destiny are made. Hapo ndio wanasema tumalizie fulani. Hapo tumalizie fulani, tumalizie fulani. Na kwa sababu haujui ama kwa sababu wamekufuga, hauelewi, wewe wamekufanyia decision, wamechukua vitu zako zote, unawacha ukiwa hivyo. You are left alone. Sasa wewe unasuguka ukisema unataka kwapo, unaulizwa na watchman, umeweka wapi gari? Unamwambia nimeiacha hapo chini kidogo. Hutaki kuambia hauna gari, umekuja na motorbike. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika ulimwengu wa kiroho wanaona gari. Katika ndio kwa maana wanauliza umeweka wapi gari? Maana katika ulimwengu wa kiroho kuna gari. Watu wanakuja, unakuta mtu anakuja kwako kukopa 1 million. Na saa hiyo baka chakula asubuhi, hujakula breakfast, umepika chai turugi dufia. Lakini mtu anakuja kukuomba 1 million. Katika ulimwengu wa kiroho hiyo milioni iko. You are a millionaire. Amen. Amen na ujui, ujielewi. Unasema amen. Amen nini? Amen nini? Kwanza tutafute, tujielewe tulirogwa wapi, tulikorogewa wapi, tuliangushiwa wapi. Ambia mwenzako wewe mchawi. Utanirogora leo. Utanifugua leo. Mwambie kama ni wewe. Leo unanirudishia. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo ndio wanafanya maagano. That's the time covenants are made. Na wakifanya covenants wanamwaga damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo ndio wanachinja makuku. Wakati huo ndio wanachinja mambuzi. Wakati huo ndio wanafanya ngono. Wakati huo ndio wanafanya vitu ambavyo vinakushikanisha na madhabahu ya kwao. Na wakiinua madhabahu, wachinje mbuzi, wachinje makuku zao, wamwage damu. Hiyo ni covenant na imekamata kila kitu ambacho ulikuwa nacho, kitahama, kitajipeleka, maana ushahamishwa. They come, wanakuosha kwa muosho mmoja, wanakuosha, wanapeleka kwa mwingine. Sasa unakuta brother yako alikuwanga hana pesa, sasa hii brother yako anaendesha maprado. Zile prado za kwako unazikuta kwa brother yako. Zile magari kubwa, mafactory kubwa ambazo ulikuwa nazo, unakuta ni brother. Kumbe brother alienda Mombasani, akapatiwa, akaambiwa tulete, akaitisha nyota yako, ikaletwa. Vitu zote zikakuwa transferred kwake. Sasa tunakaugania, nimenyagoya kwa vile.
Sasa hiyo ulikuwa mtoi kwa kanisa. Wewe ndio ulikuwa mule mtu wa kwanza kabisa. Yaani kukitishwa watu tuko na seminar ya wamama. Siku ya Jumamosi watu wangapi watasimama na seminar hii? Unasimama kacheki, unaandika kacheki ka 200,000. Mara 3, mara 4, kumbe wanakuwa wachawi wako hapa. Hakuna mahali kuna wachawi kama kanisani. Kanisa ndio inakuwa na wale wachawi wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ndio inakuwa na nini? Na wachawi, because hapa ndio shetani anakuwaga active kuliko kule nje. Maana kule nje ameshawashika. Hapa ndio anataka kukuuliza unaenda wapi? Nani amekupatia ruhusa ukue huru? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndio anakushughulikia. Sasa hapa ndio kuwa na active people. Active ambao wanajua kujua hii masaa na kualign na hii masaa na kupigana na hii masaa na kubadilisha. Kama kuna nyota za watu zimeibiwa, hapa ndio tunavaa kuitisha hizo nyota, tunapigana. Lakini ukikuta maita sasa hawa utakuta usiku wakiambiwa waoge miguu, wanaoshwa miguu, nyota zikienda zinaenda usiku. Nani sasa wanaoshwa miguu, nyota zinaenda. Ukikuja unakuta asubuhi unakuta watu wakienda hivi kama shosho huyu shosho nyota yake ilienda, sijui kama acha tuangalie kama imerudi. Niate. Niate. Kero igate. Wema. Muno. Maithoni marona riu. Magika kamwene. Nikarona kamwene ni riu. Katugekira riu kamwene nikathiti magothe goke. Tandura riu. Nwanyona. Nwanyona riu. Riu nwanyona wega. Tandura rigi. Naona kihara. Huyu mama kutoka jana hajaona. Kutoka jana hajaona. Huyu mama walimkorogea wapi? Hapa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajaona, ameregeshwa. Hai, shosho. Shosho. Uga. Nilana leo. Good. Nimemregeshia nyota yake. Nawe utige mishene okorogo nayo. Utaheka gira ndothe horo maithorora gate Ngai anjerire, Ngai andomire, Ngai ekire, goka ndonyire ati njoke ndute ati haria he mwithe hena methaiga, haria hena githito, haria na githito urera aria marehete ithito. Anaambia wale wameleta ithito, ndio anaambia wenye Mungu alimuonyesha mahali wanaona. Okay. Kakaambiwa switch off. Deto wamenya wikarage na ndeto ciaku. Naigwa coco. Ka wikarage na ndeto ciaku tiga mihahe mingi guku. Ruta wira uria Ngai agutumire. Weikare hari ndia guthondekire handu hakuhurukaga haria. Ikaraga hau weiko karia to irio. No, eha. Eta kwati huyo. Wewe simama. Ule coco akwe kwa mikono yako. Umesikia? Daily service. Unamwangalia, unampima damu, unampima pressure, kila kitu. Niko na mashini ya kupima damu na pressure na kila kitu niko nazo pale, ukuja nikupatie. Hawa mashosho wote, hawa ni watu wa mapresha na masukari. Unaangalia kila siku. Na unawatafutia chakula kwa mfuko yako. Unawapatia chakula ile na balance. Umeelewa? Kwa mfuko yako. Siko mfuko ya kanisa, nisisikie mkianza kuitishia ati mama ati unajua washosho wa chakula, nitakuchapa kwa mama hajakula. Kwa hivyo apostle, namulisikia apostle akisema tuwe tukisimama. Mimi nimesema ni kwa mfuko ya nani? Huyu mama walifukwa na mama yangu jela Kamete. Huyu walikuwa jela moja Kamete. Wakati mama alikufa aliniachia huyu mama, na lazima nisimame na yeye. Ni rika moja, wamezaliwa mwaka moja 1919. Bwana Yesu asifiwe sana. Amezaliwa 1919 na anakujaka nalala hapa kwa baridi kwa sababu yangu. Nyinyi mnataka mumeng'ang'ana kuiba nyota yangu, mumeng'ang'ana kegwire. Wacheni niwaambie, wameng'ang'ana kuiba nyota yangu.
Mpaka wamekuja sasa, wamekuja wanasema wakuwe mabibi zangu, wamekuja wamesema mabeste zangu, wanasema wakuwe nini zangu. Ni nyota wana target, si ati wanataka kuwa bibi yangu. Maadhi makamera liena ku mali ke komelie ma jikala uwekega moyo aposo weko yadagoka. Ai, mimi hamtaniweza. Aya. Mimi hamtaniweza. Hata wewe ukikaa chini yangu hawatakuweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama alikuwa ameibiwa nyota, shamba yake alikuwa ajui shamba yake bali iko. Huyu mama, huyu unamuona hapa, amenunua shamba na amenyang'anywa. Sasa hizi tunakula mahindi yake ya hiyo shamba. Nilimwambia akiwa Amerika, akaniuliza, nilimwambia God will give you back your land. Najua ni msugu. God will give you back your land. Akasema nikamwambia sasa tumemaliza. Akaniambia huniobei. Nikamwambia nishaomba. Akaniuliza, I didn't hear you say a prayer. Sasa alikuwa anataka Baba katika jina ninakuomba. Hapana, I am a commander, I just command. God will give you back. Nyota zenu zitaregeshwa. Regeshoeni nyota zenu. Chochote walichokiiba kutoka kwako na kuregeshea. Pokea nyota zako. Pokea watoto wako. Pokea ndoa yako. Pokea biashara yako. Pokea maisha yako. Pokea huduma yako. Pokea. Nimemaliza maombi. Sasa ukikuja ati unakuta nikuombea pale, don't come, you are wasting my time. That is how hivyo ndivyo nilitengenezwa. Na hivyo ndio wanaonaga wakitaka nikiona kashariti mkienda kudunya nyota yako. Todo mwedaga tuo twendane na egwe kigo ucoke umumunye uhenererie ujeketa Samson. Nikio ndejire njure yakwa mwoge gya kwenja. Medaga njure yakwa medaga kumenya kuria ndutaga horo uyu. Riu medaga njure yake majikareria hata. Riu Samson ikarerio ha. Tugekererio akomerio gutukumwe kwa right ugikomererio ha kero tadikererio. Samson akiuma hau aheanirio horo wothe. Nikiria iguire marurumo. Mwathani agocwo. Na yo njata yake gikatia. Nikimwonaga ndimwite ndi njongi njite. Kati gojiri. Mwathani agocwo. At those altars, that is where instructions are distributed. Instruction ni nini? Maagizo. Hapo ndio maagizo. Unaona hivyo nimesema pokea. Hiyo ni maagizo nimeachilia kwenye baraka zako. Chochote ambacho walikuwa wamekichukua unaregeshewa. Mwadhani ya gosho. Chochote, maana nimetoa maagizo ya kibinguni. Nimetoa maagizo ya kibinguni. Chochote walichukua, kama waliiba ndoa yako inarudi, kama waliiba pesa zako wanarudisha, kama ni watoto walichukuliwa wanaregeshwa. Kila kitu ambacho walichukua, huduma yako inakuja. Wachawi nakamata wachawi, nakamata mchawi, nakamata uchawi, nakamata anga yenu. Hamwezi. Ile kona na ile kona na ile kona na ile kona na hii kona na hii kona nimeweka moto, malaika wa mbinguni wa moto. Hautatoka hapa na hiyo uchawi wako, utaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. How do they attack? Wanakushambuliaga namna gani? Or how do they stop you? Because kile kitu ambacho ni muhimu kwako sana ni kujua staili ya maombi. Na ukielewa staili ya maombi na staili ya kuinua dhabihu, utajua kupigana. Lakini ni njia gani wanatumiaga kukuzuia wewe usijue maombi na usijue jinsi ya kujizuia? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatumiaga staili gani? Twende haraka sasa. Staili namba 1, wanafanyaga ulale. Ndio nakutaka saa 9 saa 6 ndio unakahusikisi kana kujaka. Kazito, katamu. Unalala vizuri, unalala. They force you to sleep so that they can steal from you. They cannot steal from you if you're not asleep. Number 2, sleep. Wanakuja kwenye huduma hii unakuta wanakulalisha.
unakosa kujielewa ni nini unafanya hapa, unakosa kuelewa ni nini unafanya. Ukienda kule kazini unakuta unakuwa mtu wa kusubasuba, watu wengine wanakuja na wanakuovertake. Kwenye biashara yako unakuta biashara ulikuwa unafanya unachelewa, unakuta tenda zimeenda, unachelewa kitu ambao ulikuwa na supply kinaenda. They cause you to sleep, they cause you to slumber. Wanakusababisha unakuwa mtu ambaye analala kwenye biashara, analala kwenye ndoa. Unakuta uko na ndoa mzuri, lakini unakuta mzee akikuja unamwachia maid, unaambia maid apikie mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikaa kidogo naambia maid afugulie mzee, na mzee anakuja saa 7 usiku. Bwana wewe umelala. Halo. Sasa hiyo shetani anakufundisha, unavaa t-shirt inaandikwa nini hapa? Hapa mbele imeandikwa kavakabogo. Huko nyuma imeandikwa sengenge ni ng'ombe. Ukimwi inaua. Alafu kwa kichwa hiyo tutadiscuss siku ya wamama. Kwa kichwa amevaa stocking, ile suruali yenu ya kutoka huko chini mpaka huko. Alafu mimi nimetoka kwa bar. Kwa kabaa nilikuta kasiana kamevaa nini? Kaguo kamefika hapa. Kamefiinya tumatiti, tumekuja tumechomokea hapa juu hivi. Kamejipaka mdomo imekaa red, ni kama kametoka kukunywa damu. Huko kamenyoa nywele, kamepaka rangi nyingine imekaa hivi. Alafu kakukende kako na nywele nyingine imetoka kwa macho inaenda hivi kipada. Alafu kakiogea kanaogea kwa kufanya hivi. Maana mdomo hii huwezi kushikana kwa sababu ya rangi. Alafu wewe unakuja unaniwekea sengenge ni ng'ombe, kavakabogo. Alafu nimeacha kasichana, kalikuwa kananiita hey baby, kanatigisa hivi kanakaa hivi. Utaniambia kesho nitakuja mapema. Hiyo ni kurushiwa, umerushiwa na shetani. Ni mpako walirusha ndio uachane kuwa mtu wa kusaidia mume wako ama kusimama na mume wako. Kuna vimama vingine hapa hata kwake ukienda hakiezi, hakijielewi, hakijijui. Kuna vimuzee vingine hapa hakuna kitu anaelewa, hakuna, amezimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wanaume hapa wakienda kwa bibi anazimwa, lakini akitoka huko nasikia kuna watoto huko bili huko nje, lakini kwa nyumba alizimwa, afanyagi kazi, ati yako na diabetic, mashini yako ilikuwa lakini ukisikia huko nje ena ida to shiali karemo shiode. Sasa hapo nauliza maswali, kule nje kanawaka, nyumbani kanazima, nyota ilibebwa. Sasa unaanza kuita bwana yako ati mwanaume ni malaya, ino ni jagiri ya modo. Sio jagiri, aliibwa. Mwadhani ya washo. Haleluya. Wamama haleluya. Wamama haleluya. Wamama inua mkono wako mzuri, haleluya. Wale wazee wao mashini zimesimwa, haleluya. Obea mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. So they cause you to slumber. Number 2, they cause spiritual sedation. Spiritual sedation. Sema sedation. Sedation ni nini? Ukagonio. They spiritually you gonia you. They spiritually gonia you, mara kogonia kiroho. Yani unalemazwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Unakosa, ulikuwa unaota ndoto zinapotea. Ulikuwa unaona vision zinapotea. Ulikuwa na discerning spirit inapotea. Hiyo ndio step 2 ile wanatumia. Ya kwanza wanakufanya ulale. Ya pili wanachukua akili yako wanaifanya inakuwa mayoyo. They cause a spiritual sedation. They cause you sluggishness. Unakuta hauna nguvu tena ya kuomba. Unakuta hauna nguvu tena, hauonagi, hauotagi, haufanyi. Yaani wenye ulikuwa ukifanya mambo ambayo yalikuwa yakifanyika kwako yanasimamishwa. Ndio waweze kuwataka. Hiyo ni kuzima, wanafima mataa yako. Sasa ya kwanza wanakufanya ulale. Ya pili wanafanya spiritual sedation, nota wamarahoria. No matawa marathi mahoretie. Na wale wanamwahoria no tuwekatia. No tukonywa. So they don't just attack you. They prepare the attack. They don't just attack you. Wanakupeleka kusmusi pole. Ukiona pastor ameanguka, hakuanza kuanguka leo, alianguka miaka 2 iliyopita. Alianziwa pole, akaletewa tu chakula pale. Ndio naonaga nikisema wale wanapenda kuniletea tu matunda, wekelea hapa. Ndio hii madhabahu ishughulike kwanza. Kama kuna kitu ulikuwa umeweka kia mapenzi, najua hata kushikwa mimi kama sisi kushikwa na mama, lazima inaanziaga bali, anaanza kunivuta, kiniita jina, waruige na kuita kam.
Sasa Waroigi anajilete pole 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 pole. The next minute anapelekwa kwa nyumba. Akipelekwa kwa nyumba, hawa mama wanajua hii maneno. Si mnajua hii maneno? Si mnajua hii maneno? Wanaenda wanaweka kanyama kani. Kanalalishwa kule ndani. Kakilalishwa kule ndani asubuhi na katakatiwa vizuri na yakiwa breakfast na kula. Kutoka saa hiyo nakuuliza mam, ukwenda kugolera kari kariko. Mama yakaimnie tamakanie nie kuyo ya mudomo kanie die daga komiona ehuragira thimu ngaigwa gutahika. Ni mamu nowe ni tamakoke kadiganie na gukua gakua. Kumbe ulikamatwa. That is spiritual sedation. Ulikamatwa, ukaigiswa na ukapatiwa wengine wanakarakaga. Kuna kasiana kalikuwa hapa, kalikuwa kadeta wa elimu, kalituambia venye kalikuwa kanafanya, kanachukua sperm ya mwanaume wakilala, hiyo wanatoa hiyo condom, wanatoa hiyo sperm, anakupikia na mayai vizuri, unakula. Rabai tu. Unakula vizuri. Unawekwa na mayai. Unasema this is the best breakfast ever I ever ate. Sasa hiyo unaandikiwa text na bibi yako, tutumie 200 ya kununua maziwa. Ubwa takataka. Nafikiria kani ni pesa na tunaka kwa miti. Nasema 200 hata upige maraya huko, unauza hiyo kitu nauza. Hata uze hiyo kitu mimi nausaga, upata 200 takataka ubwa hii. Kisichana hiki kimekaraga hiyo spams yako na yake mzuri amekaraga, anakwambia babe tamakanie dada yani doda idhagia nie doda akoda idhia yani ndio ndakapata walafu eno hito ukwenda ke babe tamakadre daga tu daga yona anenya adoge ona 500,000 cheke kaodo wewe tu ukako na giri tu adi na giri komi doda kija koda ile babe die darega urasie dare tarehe cheki buku hiyo mleta makumeta kwatia anaandika 500 higo eta mukagui na takataka nera mukadia akedie mwili wake rigetho ne magada meri no haharauga okwendari ti kwenda gwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kupenda kwake. He has been sedated. They don't understand. Hajui kule ako, hajui anafanya nini. Na sio hiyo tu, hata sisi mapasta tunakaragwa tu hapa tu tunakaragwa tu pole pole. Unakutaka pasta na kuzuka na kuna mwanamke anaonanga kwa kila wakati yako kwa hebu nitie kwa hapo. Unaenda nakaa na kwa mnaongea hakuna kitu kumbe kwa alinikoroga, alinifika kitabu akaniweka kwa mfuko, ananifunguliaga kwa kabagi. Apostle toa neno. Anakwambia Apostle, sasa naona kula neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hapa nimekaonea hapa nimekaonea. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuko kwa nini? Number 3, they cause discouragement. For them to win you, they will cause discouragement. Watasababisha discouragement hapa kanisani. Watasababisha discouragement kwenye familia yako. Watakosababisha msee atachelewa tu. Yaani watakosi msee achelewe Naivasha. Na ni gari tu kulikuwa na jamu ndio uanze kukasirika. Ndio uanze kuwasibia. Discouragement inaletwa na makasiriko. Unaanza kukasirika. Kila wakati ukienda unaona bwana yako hakukuja na kitu, unaona umeanza kukasirika. Ukiona kanisa kama hii uliobewa kitu haijafanyika, unaanza makasiriko. Mara ukakuta ruse pale kwa mlango, ruse nawe ni wale wanawaka moto, akakuakia moto, unakuwa discouraged. Just watakosi kitu kadogo sana katasababisha discouragement. Wadhani agosho. Kakitu nini? Kadogo katakosi discouragement. Katika hiyo discouragement unakosa kumfuata Mungu, unakosa kuomba Mungu, unasikia umechoka, unadai togeda kuhoya Ngai ucio tondu umaka toroni 7 days, ukikuta nyumbani unakuta maneno yameharibika, ndio unasikia maripoti inakuja discouragement. Bwana Yesu asifiwe sana. And number 4, the last one, they cause astro surveillance. Astro andika jina astro, ASTRAL, astro surveillance, yani monitoring spirits.
they cause the monitoring spirit to move around you. Mahali popote unaenda, there is a monitoring spirit. Jambo lolote unalifanya, kuna monitoring spirit. Ukienda kwa choo, monitoring spirit. Ukienda wapi, monitoring spirit. Hakuna kitu unaweza kufanya. They keep monitoring you. Ndio wajue ni nini unapaga. Ndio wajue ni nini. Ukiangalia kama siku ile tumeenda kwa mlima, unakuta kuna wakati niliwaambia tulikuwa tuende upande ya Kiabudia, tukabadilisha tukaenda pande ya Nanyuki. Maana walikuwa wanatuzuia, walikuwa wameweka watu wa kutuzuia tusiingie Kiabudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hapa sasa kuna monitoring, kuna watu wamesetiwa na kina Uoru na kina wale wengine wameseti watu wapi? Hapa wa kumonitor tunafanya nini. Kuna watu wa Manyuro wako hapa wa kumonitor tunafanya nini. Kuna watu wa kila aina wako wapi? Hapa wa kumonitor tunafanya nini. Na mimi kutoka leo ninawafuga, hamtatuona tena katika jina la Yesu Kristo. Halo. Tuliokuwa. What do they fear? Wanaogopaga nini? Tutamalizia hapo. Wanaogopaga nini hawa watu? Wachawi wanaogopaga nini? Leo nilikuja kuwapatia siri zote. Ndio sasa tukianza, maana tunaanza vita. Kutoka leo tunaanza vita, tunaachilia makombora. Tuliwasikiliza, si tuliwasikiliza wakifanya vitu zao? Si tuliwasikiliza wametenda vitu zao, wametengeneza vitu zao. Sasa na sisi ni kuweka gia yetu, tulipuane, kilipuanie huko juu. Spiritually pum pum chini, wewe ataenda chini, aende chini. Haleluya. Ndio nawaambia masiri zao, ndio mjue tunawajua. Hatufanyi hivi kwa sababu, nafanya hivi kwa sababu mlifikiria mimi ni mjinga. Mimi si kodo. Mwambie mwenzako apostle si kodo. Si kodo. Ni mtu mjaja katika ulimwengu wa kiroho. Mimi na operate na 6D. I don't operate in those dimensions. I operate on 6D. It's the sixth dimension. You can imagine what kind of a person you have around you. Kuna mama aliwaambia hapa, siku mtaelewa mnakuaga na nani, mtajielewa, mtajua kukaa dunia hii vizuri. Yes. Hallelujah. Mpaka mama amenishangaa. Yes. Najua kuna wakati wengine lazima ureduce, urudi chini kabisa ndio kae na watu ndio muigiane hivi vizuri. Si ati siwezi kufanya maneno kubwa kubwa. Hapana, mnaonaga nasitua kaka kitu kidogo hivi. Kenya mzima inabadilika. Sio mimi, ni Mungu ambaye yako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu. Kiuliza watu wa Mukuru massive. Simameni Mukuru, watu wa Mukuru na wapenda. Mukuru kwa Ruben, simameni. Na mleo mumelembeka. Wapigieni makofi. Mukire kwa fio mugetha kareta riu fio. Yes, that's wonderful. Mungu awabariki sana. Tutaonana kwa kona yetu, si ndio? Huko ndio tulikuwa tunaishi.
akaniambia hebu kisimama kidogo. Nikaona amefikia walkie-talkie. Baba Roja, tuko na waruiji hapa. Nikasikia arrest him immediately. Nikaeka mtu yote kwa mdomo. Na nikafunga macho ndio wasinione. Sasa hiyo nikasikia malizaji tua. Area yote ikakuwa covered vizuri. Nikaweka kwa radio ilikuwa karibu, nikaenda. Nilikaa miezi ingine 10 na kamote yangu. Bure kabisa. Nilienda sikuoga, najua huko sasa ukipelekwa industrial area hakuna maji ya kuoga. Kwa hivyo kama fikagu kalikalia hapo kakakukia hapo. Nona wewe unatulitia yone kama. Dahunyokete giuma kwa wainga. Gesha kejoya. A prayer that is built on scriptures, it is backed by the Bible, by the word of God. So when you are doing a prayer backed by the scripture, it is backed by the Holy Spirit. Kwa hivyo chochote ambacho utakifanya, it will confuse your enemy. It will cause your enemies not to be able to understand. Hawatajua, hawataelewa. Na hasa hapo ndio unaopo kisema, as you said you will never forsake me nor leave me, God. Hata kama nitapita kwenye bonde la kifo, Baba ulisema hautaniacha. Baba ulisema kwamba, yani unaenda ukikot katika Ezekiel 37 ukamwambia mwanao hati afufue mifupa iliyo mikavu. Unaweka ma scripture after scripture, sub-scripture. You become more powerful. You confuse them. And number 3, consistent prayer. Consistency. Yani tulianza kuomba kama tulikuwa tunaomba kutoka Monday mpaka Friday, tunakuwa consistent in praying. Tuna pray kuomba maombi ambayo hauachilii, unaendelea. Hiyo inawakishanga permanent fire, wanashindwa kukaribia. Wanakishanga permanent fire mahali popote huko, the angelic power inashuka kwako, inakukamata, inakuongoza mahali huko, moto inawaka. Chochote unafanya, moto hata wakikuja wanakupangia, moto inawaka. Ukienda mahali popote, moto umewaka. Ukiingia ndani ya gari, watu unaanza kuulizana ni nini mnasikia? Mnasikia nini? Ukiingia mahali kama hapa, Holy Spirit anashuka, malaika wanashuka, unaanza kusikia watu wakiulizana ni nini? Hiki gani? Are you feeling what I'm feeling? Wewe unasikia nini? Nasikia kama masikio yangu inachomeka. Masikio yangu inachomeka. Nasikia huko moto, nasikia kiurugari keho. Si unaona kuna watu wanakuja wanakaa hapa, unaona wanashida wakifanya hivi. Ni moto. Mpaka wamenunua kale kitu kwa kufanya hivi. Ni mwaki ule waka na haha. Consistency. If you make this place a fiery place, moto inawaka daily. Kuna maombi hapa daily, unaona wamekoka shosho. Kwa sababu wale wana target shosho atoke hapa kwanza ndio wafanya kazi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko shosho darauma. Shosho. Lakini babe ni aje? Deke hanya. Akane kabebu gako. Kira. Akane kabebu gako. No nati. Niko. Laur. Koraki blush. Nakaka kage. Huko mutira umaroga mana igoro. Mwile tu akeburaga kiugole bwana. Ishe moti na igoro kashimena. Mwile tu akiulia ni mwana kene kama. Madani yagosho. So if you can have these 3 prayers, specific or targeted prayers, and a prayer built on scriptures, and a consistent prayer, you confuse the witches. Unawaharibia network yao yote inaharibika. Hamutawaona tena. Ndio mmeona wakati tulianza maombi hapa, walianza kuchomoka moja moja. Wale watu wote wameona wamechomoka hapa. Wale mlikuwa mnaona ni kama wao ndio masogo hapa kanisani. All of them walikuwa wachawi, for your information. Najua wananitazama. Apart from a few. Wengi wao walikuwa wachawi na waganga.
Kamoja kila hao. Wacha tuache hiyo sasa, hii imekuwa mingi, hatutamaliza. Ndio kwa sababu naona ni saa 8 imeenda sasa na nusu, ndio tupate nafasi ya kurudi saa 10, si ndio? Ndio tumalizie saa 10, si ndio? Ndio niweze kufanya deliverance. Otherwise nimesikia vizuri. Hata umesikia vizuri? Kuna kitu muelewa leo? Tunaenda deeper, sema we are going deeper. Until we put them naked. Yes. Lazima tutawatoa guo. Sema wachawi. Sema mchawi. Utaenda naked hapa. Sema mchawi. Ninakujua. Ninakujua. Utaenda naked. Hapa tena hakutakujaga mchawi. Hii nawaambia hapa tena. Haha guku gutigo kinyaga murogire ngi guku. Kana ni wakanua, kana ni wa mithaiga. Kuna wachawi mara ngapi? Kuna wa mdomo na kuna wa nini? Wa miti. There are two types of witchcraft. And from today, ukiwaangalia sasa wameanza kushikwa na kiguaya. I arrest everything that you are doing now. Kuna wengine umekuta sasa wameshika miguu hivi na vidole wameshika hivi. Hebu angalia mwenzako uone vile amefanya vidole. Angalia wewe mwekana yeye, mwangalie. Wanakuja hapa wananifuka, wanafuka, unaona amefanya vidole hivi na ameshikanisha miguu hivi na amekaa alafu akaro makeni. Ate ne kuohara ha apostle. Ate ne kuhujia mode. Kile kwenda kuhujia ne kuhujia. Ne dakioha. Na mimi ninafungua, wewe nafungua, nafunga uchawi yako yote, nafunga nia zako zote, nafunga mipango yako, nazima mataa yako, nazima macho yako, nazima masikio yako, miguu yako na ikozesha nguvu. Hautabeba uchawi ukikulete hapa. Never again. Mwambie mwenzako never again. Mwambie kumewaka moto. Mwambie uchawi peleka kwa Muthede. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka tuligidhie kegosho moja mzuri. Alafu mtengeneze sadaka zenu, fungu zenu za 10. Na kama uko na sacrifice, hapa ndio pa kutolea. Sasa nataka kabla, hebu kaeni chini kidogo, kaeni kidogo. Kwenye nani? Kwenye siku ya wamama ninataka kuwapikia chakula mkule. Ndaweka mambesa zile za raudi hapa kama ikue kama 5-star hotel na mkule chakula. Nimetafuta chef wa kimataifa, international chef, atapika chakula international. Na sina pesa ya kutosha. Mtanisaidia? Nani anasikia anaweza kunisaidia? Kanyana leo adala mato mudu tare muhene ni wao kwa naiguru. Nisaidie tu. Mtu atanisaidia. Simama kama utanisaidia, simama juu. Nataka around 60,000. Simama. Tuwabewa mama wafunguke. Simama tu. Kama unasikia unaweza kunisaidia, nataka unisaidie. Maana nilisema hiyo karama nataka kuisimamia. Lakini sasa Mungu ameniambia hapa, share the blessing with others. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama na ongojea. Nimeambiwa kuna watu kama wengine wawili wanataka kusimama lakini wanashindwa jinsi ya kusimama. Haya, wachana na hao. Utanisaidia na pesa ngapi? Okay. Wewe utanisaidia na ngapi? Na dari. Okay. Wewe utanisaidia na ngapi? Bilibili. Wewe utanisaidia na ngapi? 5,000. Wewe utanisaidia na ngapi? 5,000. 5,000. Wewe utanisaidia na ngapi? 2,000. Wewe utanisaidia na ngapi? 3,000. Nani mwingine? Hao wengine hakuna mtu bide. Kagwa diriate. Sasa niaje? Unakula nini? Keke. Chukueni hiyo. Hakuna mtu mwingine wa kunisaidia? Wewe umesema ngapi?
Wewe. I say nazungumza. 3. Okay. Tukimaliza ibada Ian, chukua hiyo pesa. Tukimaliza ibada. Asante. Tumemaliza. Imekamilika. That is a kind of a church I need. Tunasema kitu na inamalizika hapo, tunaenda to the next level. So, umeona kanisa imeachiliwa na wachawi. Si umeona wachawi wameachilia? Things are flowing. Ikagwirema, tumeteseka kwa hii nyumba. Koki. Si unajua venye tumeteseka kwa hii nyumba? Venye wachawi wameturoga. Wametuvuga. Eh? Kai. Ulikuwa unanihurumia? Wewe, ulikuwa unanihurumia? Oh, you are not caring. Ya mulekane ajigwa kirada kagashi adoye. Kai. They are not ready to marry now. Lakini, to be very frank, I thank God for this far we are. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes you pray. Wakati nilifundisha hiyo maombi nikaomba na nikaambia Mungu niondolee hawa watu. Niliwaondoa. Mungu akawaondoa. Walipoenda huko nje wakatengeneza ka message. Sijui kama ulikaona. Ulikasiona? Walitengeneza ka message. Na kanyangalika kengine kalikuwaga hapa. Sasa hata kama wanakodeke hato yako hatari. Sisi yali. Ona ngoma no ndirathire kuria ngoma nirite kuuliza shetani swali. Mbona unanikosea adabu hivi? Ni nini hiyo unataka kuniletea kwa maisha yangu? Unajua kuna kitu shetani anaweza kukuletea mpaka unaenda kuuliza shetani mwenyewe. Hii ni aibu. Si ukileta kitu ya maana. Lakini sasa unaangalia who was behind it. Bwana Yesu asifiwe sana. Who was behind it? Aliyekuwa behind ni mtu alikuja akijifanya pastor, akakuja akakaa na sisi hapa. Sasa alikuwa amekuja to target, na wale alitarget alienda na wao. Wale wote alitarget alienda na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watarudi kama ulimi imefanya nini? Imeanguka mpaka hapa. Watarudi. Wapatie majuma 2, 3, 4 hapo hivyo. Mego shokane meshiashika lete ate. Mare defiled. Na mare meheretio mutarataraini. Leule kila mtu ameshika pesa yake. Inua juu nataka niombe. Inua juu, shika kila mtu aliye hapa. Hata kama ni shilingi 1, shika na mkono yako. Nataka kuachilia baraka. Nataka kukufungulisha kutoka kwa wachawi. Nataka kukufungulisha kutoka kwa nguvu za waganga zilizozikufanya mpaka waleo hauna kitu, mpaka waleo unateseka. Watoto wako wanateseka, wewe nyumba yako mnateseka, familia yako mpaka toshokoro tunateseka. Hiyo laana lazima ifujike leo. Ni madhabahu tunainua kwa ajili ya kuvunja madhabahu yoyote yaliyoinuliwa kwako na shetani. Inua juu. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nimekuja mbele zako kutubu dhambi zangu na za familia yetu na damu ya kwetu na familia ya kwetu na maeneo ambayo nimetoka. Laana za wachawi, laana za waganga, laana za ibilisi kutoka leo ninazivunja. Ninainua dhabihu hii ya kuvunja madhabahu aina yoyote yaliyoinuliwa kinyume na maisha yangu, yaliyoinuliwa kinyume na familia yangu, yaliyoinuliwa kinyume na huduma yangu, yaliyoinuliwa kinyume na ndoa yangu, yaliyoinuliwa kinyume na afya yangu, yaliyoinuliwa kinyume na maisha yangu, katika jina la Yesu. Sema amen. Wekeleeni hapa haraka. Wekelea tu hapo na uweche. Wekelea tu hapo. Mahali popote uko karibu na madhabahu, wekelea. Wengine wekeleeni hapa. Hata kama ni shilingi 1 huko nayo kuja wekelea. Kila mtu aamuke akuja wekelea hapa. Kwani mada leo hayuko? Alifanya nini? Mmoja. Hajasema? Na huyo mama mwingine? Mmoja miguu. Mumeroga yeye. Sisi. Atembe? Sisi. Akwa mpige simu nimwombe. Nilijua alikaragwa. Maombi ilifanywa jana Saturday usiku. Akakaragwa. Shitoma
Kila mtu aliye hapa, uhakikishe umefikisha miguu yako hapa. Ukifikisha miguu yako hapa, unafunguliwa mara moja. Every demonic power against your life is broken. Every authority against your life, every spirit of witchcraft, waganga wote na wachawi wataondoka. Waganga na wachawi wanaporomoka, wanasambaratika, Mukuru massive. Yes. Yes. Tokosha. Haya. Budia lege iga kuona madudu. Budia yake gaiwa. Iga kuona madudu.
Halo. Halo. Hebu niambie kitu moja. Sema kwa sauti moja, nataka Yesu kwa maisha yangu. Wewe shetani, nifungue. Sasa yule anataka kuokoka, kuja hapa haraka. Nimekufungua, kuja hapa haraka. Kama unataka Yesu kwa maisha yako, kimbia haraka haraka. Kimbia, kuja bio. Kuja kama unakimbia, usikuje kama una walk. Kama unakimbia. Kama unakimbia kuja mbio. Kuja mbio, nasema I command wherever you are. Kuja mbio 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 mbio. Nafasi hii imefunguliwa kwa sababu ya dakika 5 peke yake. Kuja haraka. Wale mnataka Yesu aingie kwenye maisha yenu, mukopolewe, ubadilishwe, nyota yako irudi. Kile waliiba kutoka kwako. Kija, nimesema bio, sisemi mutembee na katu woke hapa. Unakuja bio, bio 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 bio. Yes, haraka 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 haraka. Time limited, time limited, time limited. Time limited. Time inaisha. Time inaisha. Time inaisha. Yes. Kuna mwingine anataka kuokoka. Mami kibia. Niki aukai henya. Tukienda kwa Yesu tunaidaga bio. Kabla mlango ifanya nini? Ijafungwa. Haleluya. Nyota zinaregeshwa sasa. Nyota, angalia venye nyota zinaregeshwa. Sasa subat katu hapa uone venye nyota zinaregeshagwa. You see things coming back. Power of God coming to you. Naona manabii hapa. Naona matajiri, naona maisha ikiregeshwa. Naona huduma hapa katika jina la Yesu Kristo. Sasa anzeni kupokea katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, uko hai. Kutoka leo nimeamua kukutumikia, kukufuata na kuishi maisha yako. Wewe shetani, wewe shetani, hauna nguvu tena katika maisha yangu. Mimi ni wa Yesu. Sema amen. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaachilia nyota yako ikashuke sasa. Naachilia nyota yako ikashuke. Naachilia kufunguliwa kwako. Naachilia kufunguliwa kwako. Naachilia kufunguliwa kwako. Kule walikuiba wakakupeleka, uregeshwe sasa. Uregeshwe sasa. Uregeshwe sasa. Regeshewa bibi yako, regeshewa mali yako, regeshewa maisha yako, regeshewa huduma yako, regeshewa watoto wako, regeshewa watoto wako, regeshewa huduma yako, regeshewa huduma yako, regeshewa huduma yako, regeshewa huduma yako, regeshewa watoto, regeshewa mashamba, regeshewa mali yako waliiba, wakapeleka kwa waganga, regeshewa nguvu zako zote, regeshewa mamlaka uliopewa kutoka mbinguni, regeshewa in the mighty name of Jesus Christ. Wale waliokoka last Sunday, inua mkono juu. Wale waliokoka last Sunday. Wale tuliokoka Sunday, inueni mikono yenu juu. Ningetaka kuwaona nao nyinyi pia. Mtaenda pale. Kuna nani anadili na hii? Ni nani? Masi ule. Masi na huyu. Nani? Huyu, wewe na wewe. Mtadili nao, mchukue manamba zao. Nataka kuwa msaada kwao. Mtaenda pale. Hebu endeni saa hii. Kusiongezeke watu wengine. Endeni saa hii pale nyuma. Pale nyuma. Pale kwenye ile masanduku ziko pale nyuma. Endeni. Msirudi kwa kiti. Ukirudi kwa kiti hautaruhusiwa kukuja hapa. Hawa tu waende hapo. Endeni pole. Sasa nyinyi ni wa Kristo. Utarudi tu. Utarudi kwenye kiti chako baadaye. Endeni pale. Thank you. God bless you. Lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.